Unatazama Ndizi TV. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, karibu kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni tarehe 31 ama siku ya mwisho ya Machi mwaka wa 2025, ambapo nimekualika ili uweze kuungana nami siku hii ya leo, tuanze kupambazuka nawe mpaka wakati tutakuwa tunamaliza kipindi chetu cha siku ya leo. Naitwa Jacinta Nyabeta na natumai kuwa umekuwa na weekend njema na umekuwa mwenye tasema afya njema na pia unaendelea vema. Na kwa hayo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye anaendelea kutupa uhai na afya njema ili tuweze kuanza siku hii ya leo. Na tukianza kwa siku hii ya leo, kidogo tu kuelezea nitakuwa nawaelezea yale yote ambayo yametokea weekend hii, na pia yale yanayotarajiwa kufanyika wiki hii ama mwezi, kwa sababu kuanzia kesho tutakuwa tunaanza mwezi mpya. Lakini kwa siku ya leo tukimaliza mwezi, nitakuwa nawaelezea yale yote ambayo yatakuwa yanaendelea nchini Kenya, na pia tutakuwa tunachambua magazeti ili uweze kuelewa wewe mtazamaji ni yapi yanayoendelea nchini Kenya. Lakini kabla tuanze, kidogo tu ni kuwapatia himizo, alafu tukianza tutakuwa tunaanza kwa uzuri na tukiendelea kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea weekend hii, na tukianza kipindi chetu ili tuweze kuanza kwa moyo mkunjufu na pia kuanza kwa heri. Tukianza siku ya leo, tunaingia kwenye himizo la siku. Himizo la siku naitoa kwenye kitabu cha Wakorinto, ambapo Wakorinto ya pili 12 tusome kuanzia 9, ambayo inasema kwamba naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika kwa udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Nirudie tena. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Ukisikiza kutoka kwa himizo letu la siku ya leo, linakuhimiza wewe mtazamaji uweze kumtegemea Mungu kwa yale yote ambayo unayofanya. Ni kumtegemea Mungu kwa udhaifu wako wote. Usijali kwamba labda hauwezi kufanya kitu fulani au jambo fulani. Ni kumaanisha tu kwamba wewe ama kila mtu, binadamu yeyote ambaye yumo ulimwenguni, kila mtu ana sababu yake. Ni kukumbusha tu, wewe labda unaendelea kushangaa, labda sina kazi, sina kitu ya kufanya, sina pesa, afya yangu ni njema, ama vitu kama hivyo. Unapata kwamba unaendelea kujiuliza maswali mengi, kujiuliza kwamba Kristo yuko wapi ama Yesu yuko wapi, mbona hanisaidii kwa sasa hivi? Kwa yale yote ama kwa zile changamoto zote ambazo wewe unazipitia, ni kukuelezea tu kwamba Mungu anaziona na pia anaweza kukusaidia udhaifu wako wote, shida zako zote. Ni kumwelezea tu Mwenyezi Mungu, alafu atakuwa anakusaidia ili kuweza kuendeleza mbele kimawazo na pia kimaisha. Utaweza, kila mtu ana sababu yake. Kwa hivyo wewe ambaye unaendelea kushangaa labda unafanya nini nchini ama unafanya nini ulimwenguni, ni nini kile ambacho unapaswa kufanya? Kwa sababu kwa sasa yale yote ninaweza kuambia ni labda kumshukuru Mungu, kuendelea kumtumikia, uendelee kumtumainia na yeye atakufungulia milango. Usijali kwamba labda hauna kazi ama chochote. Kwa hivyo ni kumtumainia Mungu ili naye ataweza kukusaidia. Kwa hivyo siku ya leo, hilo ndilo himizo letu. Na tukiendelea mbele, najua kwamba siku ya leo mengi yanatarajiwa kufanyika, lakini najua kwamba Wakenya wengi watakuwa wanatulia pale nyumbani, hamna kazi. Najua kwamba Wakenya wanapenda sana kutulia nyumbani, kupumzika, na tunasema ni weekend ndefu ambayo kufikia leo, tuseme leo ndio itakuwa siku ya mwisho wa weekend, kwa sababu najua Wakenya wengi hawatakuwa wanaenda kazini, kwa sababu ndugu zetu na dada zetu Waislamu wanasherehekea siku ya Eid ul Fitri. Tunawashukuru sana. Tunajua kwamba mmekuwa mkiomba, mmekuwa mkifunga
kwa muda mrefu na umekuwa ni mwezi mkuu wa Ramadhan. Tunawashukuru na tunawapenda sana ndugu zetu Waislamu na tunawatakia Eid njema, ili nanyi muendelee kutuombea na kuendelea kuzaa matunda ili kuendelea kumshukuru Mungu kwa nyakati zote. Na pia siku ya leo tutakuwa tunaangazia taarifa ama baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikiangaziwa wikendi hii, ambapo tumekuwa tukimuona Rais William Ruto akizungumza, viongozi tofauti tofauti. Pia tunajua kwamba Rais William Ruto atakuwa anapanga ziara yake ya kuelekea Mlima Kenya, ambapo viongozi wengi haswa kutoka Mlima Kenya wamekuwa wakimkaribisha. Wengine wakisema kwamba wanataka labda Rigathi Gachagua ambaye alikuwa ni naibu rais hapa nchini Kenya kwa wakati uliopita, walikuwa wanamuomba anyamaze ama awache kuongea ama kusema sifa mbaya kuhusu Rais William Ruto, akimwambia kwamba aweze kutulia kidogo na kumwacha Rais Ruto kufanya shughuli zake. Na pia Rais Ruto atakuwa anatarajiwa kuelekea Mlima Kenya wiki hii kuanzia siku ya kesho. Na pia baada ya Rais William Ruto, tunajua kwamba viongozi tofauti tofauti hii weekendi wamekuwa makanisa tofauti, akiwemo David Maraga ambaye pia alitangaza kuwa atakuwa anawania kiti cha urais ifikapo mwaka wa 2025. Na pia tulimwona Onyonka, Richard Onyonka ambaye ni seneta wa kaunti ya Kisii, pia yeye akisema kwamba naam, Kisii tutakuwa tunazindua chama chetu ambacho tutakuwa tunampatia support Bwana Matiang'i. Kidogo tu pale kwenye uwanja wa siasa, na mkumbuke siku ya leo ni siku ya Jumatatu, ambapo tutakuwa tunaangazia masuala ya kisiasa nchini Kenya. Nitakuwa na mgeni wangu baadaye ili tuweze kuzungumza kwa upana na kwa undani kuhusu siasa nchini Kenya. Lakini kwa sasa tukinoananga na kukaribisha kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, na nilivyosema hapo awali, naitwa Jacinta Nyabeta, na pia tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tukianzia kwenye Facebook utatupata @NdiziTV News Digital, YouTube @NdiziTV News, na pia on Instagram na kote kwingine NdiziTV News, na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Tukianza kwa siku hii ya leo, tunaanza na taarifa yake Waziri Mkuu Musalia Mudavadi. Tunaangaziwa kwamba tunataka kuangazia kidogo tujue kwamba Musalia Mudavadi siku hii ama weekendi alikuwa anazungumza nini. Waziri Mkuu wa Baraza la Mawaziri Musalia Mudavadi amewarai viongozi na Wakenya wote kwa jumla kutochukulia amani iliyo nchini kwa jambo la mzaha. Akizungumza siku ya jana katika hafla ya iftar mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi, Musalia alisema kwamba alisisitiza kwamba Wakenya wakati ambapo Rais William Ruto anafanya juhudi zake za kuenda nchini Mlima Kenya na pia kutimiza amani nchini Kenya na nje ya nchi ya Kenya, Musalia Mudavadi aliwarai wasiendelee kuichukulia kama mzaha na pia kuwaomba Wakenya wazidi kudumisha amani ndani ya nchi yetu ya Kenya. Habari hiyo kwa kina. Siku 2-3 zilizopita, Mheshimiwa Rais William Ruto alikuwa na kikao cha usiku mpaka saa 6 za usiku wa manane, akiendesha summit ya marais kutoka East Africa na South Africa kwa sababu ya fujo kule DRC. Sudan ndio hiyo. Tumeona magaidi yanaanza tena kusumbua watu, ndugu zetu upande wa Somalia. Sasa wewe, DRC ndio hiyo, Sudan ndio hiyo, South Sudan ndio hiyo. Tumeanza kuona shida inarudi hapa. Don't take peace for granted. Do not take peace for granted and the unity of the nation for granted. Tumekaa hapa tunazungumza hivi because there is peace in Kenya. Ndio kwa sababu tuko hapa. Kule Sudan
Vice President amewekwa under house arrest. Wakati peace effort inatoka Kenya, watu wanafikiri tunapoteza wakati. But I want to tell you, if all these countries become insecure around us, hiyo fujo itaingia hapa. Kwa hivyo jukumu la Mheshimiwa Rais ni kwamba ikiwezekana tuzime hiyo fujo ikiwa nyumbani kule isifike. It will be more expensive if the trouble comes to visit us here. Ndio kwa sababu kuna efforts za kuleta peace katika hizi nchi jirani kupitia kwa serikali ya Mheshimiwa William Ruto. And it is expensive. Kudumisha amani is an expensive affair. But to live without peace is even more expensive. Conflict is more and more, much more expensive. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, let us embrace unity, dialogue, majadiliano, kwa sababu pia kuna broad-based. Ili tusiwe na furugu ambayo haina maana. Naam, ni baadhi ya yale ambayo Musalia Mudavadi alisema hapo jana kwenye sherehe ya iftar kule Malindi. Na kuangazia tu taarifa hiyo ni kwamba waziri huyo Musalia Mudavadi anayazungumza haya ama aliyazungumza haya baada ya Rais William Ruto kumteua Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM kuelekea pale Sudan Kusini ili kuhakikisha kwamba analeta amani ama kujaribu kuleta amani nchini kule, na pia ni njia mojawapo ya kuonyesha jinsi nchi yetu ya Kenya imejipanga kuendeleza ama kuleta amani kwenye EAC ama East African pia community hapa kwenye East Africa, na pia kusaidiana na wengine ili kuleta amani Afrika ama kwenye continent ya Afrika. Ni tumaini letu kwamba labda Sudan Kusini watakuwa wanapata amani ambayo Raila Odinga alienda pale kuwasaidia kuleta ama kuipata pamoja, na pia tumekuwa tukiona juhudi zake Rais William Ruto kusaidia nchi zingine kama DRC kuleta amani nchini, na pia kuwa na mazungumzo ya amani pamoja na viongozi wa nchi tofauti ambazo kwa sasa hazina amani ama utulivu kwa sana. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tutakuwa tunapata amani, na pia jinsi Musalia Mudavadi amesema kwamba sisi wa Kenya tusichukulie kuwa na amani nchini Kenya kama jambo la mzaha. Na ni kweli kwamba kwa sasa tunajua kwamba nchi yetu ya Kenya kwa miaka hapo nyuma haswa mwaka wa 2007 kuradhi, ni kwamba tuliona kwamba Kenya ilikuwa na vita, hatukuwa na amani, hakukuwa na utulivu, lakini kwa sasa tumekuwa tukiona hata baada ya maandamano, kwa sababu tumekuwa tukikuwa na maandamano hapo mwaka jana, na kwa sasa mwaka huu pia tumekuwa tukiona vijana wakijitokeza kuandamana, lakini hata kama kuna maandamano tumekuwa tukiona kwamba kuna utulivu kiasi. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tunafaa tutilie maanani kwamba amani ni kitu ya muhimu sana nchini, na pia tunapaswa kuichunga sisi wa Kenya, na ni jukumu lako wewe kama Mkenya kuhakikisha kwamba tuna amani nchini Kenya. Tukisonga mbele kwenye taarifa za Eid ul Fitri, tunaona kaunti ya Migori, vile mwandishi wetu ama ripota wetu Lennox Odedi anavyotuarifu ni kwamba viongozi wa dini ya Kiislamu katika kaunti ya Migori pamoja na vijana wamewapongeza serikali ama viongozi nchini kwa kuendelea kuweka amani ama kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kudumisha amani nchini. Baadhi ya viongozi hao pia wamewarai vijana kutotumika vibaya na wanasiasa na kuachana na hulka za kutumia mihadarati. Wakizungumza katika msikiti ya Jamia kwenye sherehe za Eid, viongozi hao wamesema kuwa dini ya Islam ni dini ambayo inahubiri injili ya amani na kuwapongeza viongozi katika kuwa kipaumbele kudumisha amani nchini.
Omar Bashir ambaye ni mwanabiashara na mwanasiasa, kwa upande wake amepongeza ushirikiano kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga, akisema kwamba huo ushirikiano umeleta manufaa ya amani nchini. Kwa upande wake, Bilal Idi amewarai vijana kujiepusha na mihadarati na kututumika vibaya na wanasiasa. Hapo vizuri, naona tuko na amani, na hii ndio town ambayo iko cosmopolitan town kuliko town zote Kenya. Kabila yote wako hapa. Wanasiasa kila mtu apige siasa yake, lakini vijana pia waepuke na mambo ya kugawa 500 alafu unaenda unatoa fujo, unakata mtu, unapanga. Hii kitu itakukost maisha yako yote, na watu wawe waaminifu. Tuamini Mungu na tukue waaminifu na tukue na upendo. Hakuna kitu kitakachoharibika. Sasa ninachoomba kwa vijana wa Kiislamu, tumefanya ibada kwa muda wa siku 30. Hamna mtu aliyekuwa anaingia kwenye baa kunywa pombe, ukula miraa na kukula mogoka. Na waomba ndugu zangu wa Kiislamu wote ulimwenguni, kila mtu ajaribu kufanya vile alivyokuwa anafanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Isiwe wewe umemaliza kufunga, baada ya Salatul Idi hautakuja tena msikitini. Wewe sasa ni kwenda kwenye mabaraza za birungi na bangi na changa. Na waomba kwa ajili ya Allah, na Allah wahifadhi. Manake unapomaliza ibada safi hivi, Mwenyezi Mungu amekuandikia thawabu yako. Nikiripotia Ndizi TV Afrika kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Yake Lennox Odede, ripota wetu kutoka kaunti hiyo ya Migori, ambapo alikuwa anatuangazia kidogo jinsi viongozi wa dini ya Kiislamu wanawarai vijana wasitumie mihadarati na pia kuendelea kujihusisha kwa masuala ya kisiasa nchini, lakini kwa utulivu tu. Na ni heri ama ni vizuri kujua kwamba sisi kama vijana ama vijana walio nchini kwa sasa, ni rahisi sana kutumika na wanasiasa kwa njia mbaya, kwa sababu tumekuwa tukiona hapo nyuma ama hapo awali, miaka ambayo imepita, tumekuwa tukiona vijana wakitumika vibaya, labda kwa kutumia labda kwa maandamano kuharibu vitu tofauti, labda kuharibu biashara za watu, ama kupiga kelele tu, ama kuharibu tu amani nchini Kenya. Kwa hivyo vijana kwa sasa wanapaswa kwamba wasitumike, na kwa sasa najua kwamba watu wamesoma na wanajua kile ambacho wanafanya. Kwa hivyo kama mtu anaenda maandamano ama kijana fulani kama ameamua kwenda maandamano, inamaanisha kwamba anajua kile ambacho kitafanyika pale kwenye maandamano, anajua kile ambacho anakipigania yeye kama Mkenya. Kwa hivyo wewe kama kijana, wakati labda unataka kufanya jambo fulani ambalo si zuri kwa jirani yako ama kwa mwananchi mwenzako ambaye anapigania haki, jiulize wewe, ingekuwa ni wewe ungefurahia na tendo hilo ama mtu mwingine angekufanyia hivyo, ungesikiaje ama ungehisi aje? Kwa hivyo kwa sasa tuhakikishe kwamba kuna amani nchini Kenya, ili kuweza kujimudu, kuendelea kusonga mbele kimaisha na pia kusonga mbele kisiasa. Kama nchi yetu ya Kenya kwa sasa tunajua kwamba siasa zimeanza kuvuma, na tumeona viongozi tofauti wakianza siasa za mapema, haswa za mwaka wa 2027, ambapo wanaendelea kusema, wanatangaza misimamo tofauti. Pia Rais Ruto tumemuona akisema kwamba pia yeye atakuwa pale debeni mwaka wa 2027. Lakini kwa hayo yote hata kusema tu ni kusema tu, lakini tupumzike, yaani tusilete vita nchini Kenya, tukuwe tuna amani na utulivu ili tuweze kuendelea kusonga mbele. Mtazamaji, kukumbusha tu kwamba tunaendelea ama unaweza kuendelea kufuatilia taarifa hizi kwenye mitandao yetu ya kijamii @Ndizi TV News Digital, kwenye mtandao wa Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Utatupata @Ndizi TV News, na pia tembelea tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke. Utaweza kujijulia mengi. Tukisonga mbele, lakini nataka nikupatie tu baadhi ya taarifa ambazo nitakuwa nagusia asubuhi hii ya leo. Siku ya jana tulimwona David Maraga kanisani pale kanisa kwenye kaunti ya Kisii, ambapo alitangaza msimamo wake
kwa kusimamia urais ama kusimama kwenye kiti cha urais ifikapo mwaka wa 2027. Lakini pia tukamwona seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka, pia yeye akisimama akisema kwamba watakuwa wanampatia support yake Fred Matiang'i. Hapo ni baada ya pia Maraga kutangaza kwamba atakuwa anawania urais. Lakini pia tulimwona waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pia akimtetea Kahariri ambaye ni mkuu ama ni jenerali nchini Kenya ambaye amesimamia ulinzi ama walinzi nchini Kenya, ambaye alizungumza hapo awali. Kahariri alikuwa amezungumza akisema kwamba vijana hawafai kutumia ile slogan ambayo wamekuwa wakitumia sana ambayo inaitwa Ruto must go, ambaye alikuwa anawaambia kidogo vijana kwamba kama wanataka kumtoa afisini Rais William Ruto wanapaswa kufuata mkondo wa sheria, ambapo hapo jana pia tulimwona Kipchumba Murkomen akitetea kauli zake. Na pia tutakuwa tunaangazia ziara yake Rais William Ruto ili kukuelezea kwamba ni yapi yale ambayo amepanga. Lakini kwa sasa labda tuangazie ziara yake Rais William Ruto ambaye amepanga kuelekea Mlima Kenya kuanzia siku ya kesho, ambayo itakuwa inachukua wiki moja ama siku 5 hivi, ambayo viongozi tofauti pamoja na wakazi wa Mlima Kenya wameonekana wakimkaribisha ama wakitayarisha kumkaribisha Rais William Ruto kuelekea eneo hilo la Mlima Kenya. Na viongozi hawa tofauti ambao wanaegemea upande wa serikali pia wamemwonya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa matamshi yake ya kumkashifu Rais William Ruto. Na pia tuliona wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya wakitaka ama wakitumainia kwamba Rais William Ruto wakati ambapo ataelekea Mlima Kenya atakuwa anazungumzia masuala ya miradi tofauti ambayo haijakamilika, ambayo ilianzishwa na Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Tuangalie habari hiyo kwa kina. We want to tell you, my friend Rigathi Gachagua, leave the president alone. Let him do his job. Kenyans will judge him, and nobody has given you the authority to tell us which government is going to be one term or not. In any case, you did not even finish half a term. The government of William Ruto, on the basis of track record, will do 2 terms, and it will transform the economy and the lives of Kenyans. Tusaidie His Excellency Dr. William Samoei Ruto ndio aendelee kutusaidia na atupangie mambo. Naam, ni baadhi ya viongozi wa kutoka Mlima Kenya ambao pia wamo serikalini ambao walikuwa na dai ama walikuwa namwambia Rigathi Gachagua kunyamaza kidogo ama kutulia kidogo kabla ya ziara yake Rais William Ruto Mlima Kenya. Ni tumaini letu kwamba labda tukimwona Rais William Ruto kuna mengi ambayo wakazi wa Mlima Kenya, wa eneo la Mlima Kenya wanatarajia kutoka kwa Rais William Ruto, ambapo pia tuliwaona wakiangazia haswa masuala tofauti, lakini haswa masuala ya ukamilifu ama kukamilishwa kwa miradi tofauti ambayo ilianzishwa na Uhuru Kenyatta wakati alikuwa serikalini, ambapo tuliona wakisema kwamba miradi tofauti haijakamilishwa. Walikuwa wanauliza mbona miradi hii haijakamilishwa. Ni tumaini letu kwamba wakati Rais William Ruto atakuwa anaelekea Mlima Kenya atakuwa anaangazia swala hiyo pamoja na masuala tofauti, na tunajua kwamba zile kaunti ambazo Rais William Ruto atakuwa anatembea wakati wa ziara yake ni pamoja na Laikipia, Nyeri, Meru, Kirinyaga, Nyandarua, Murang'a, Embu, Tharaka Nithi pamoja na Kiambu. Na pia atakuwa anazindua miradi tofauti ambayo amekuwa akifanya katika eneo hilo, ama pia kwenye kaunti tofauti atakuwa anatembelea soko tofauti. Na pia atakuwa anaenda ziara hiyo kwa siku 5, ama ziara hiyo itakuwa ya siku 5 ambapo itaanza siku ya kesho ambayo ni siku ya Jumanne na siku ya kwanza ya mwezi wa Aprili. Na pia tuliona pia pale atakuwa na ama tukiangazia tu kidogo ziara hiyo ya Rais William Ruto, ni kwamba Rais Ruto hajakuwa akionekana kuelekea sehemu hiyo ya Mlima Kenya
kwa muda mrefu wa kitu kama miezi 6 hajakuwa akielekea ama hajakuwa akienda Mlima Kenya, na kwa sasa ni wakati ambapo atakuwa anaenda. Na tunajua kwamba mengi yametokea, ambapo tuliona Bwana Rigathi Gachagua alitolewa serikalini, tukamwona kwamba waziri aliyekuwa waziri wa masuala ya umma ama utumishi wa umma Justin Muturi pia yeye aliondolewa serikalini hapo tu wiki iliyopita, na pia tukamwona kwamba ameleta Kindiki serikalini kama naibu wake ama naibu rais wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni mengi yamekuwa kitendeka kutoka haswa kwenye Mlima Kenya, ambayo kwa sasa Wakenya wanangojea sana kuona kwamba rais atakaribishwa vipi Mlima Kenya, na ni ombi letu kwamba labda atakuwa anakaribishwa vema na atakuwa pia anazungumza ama anazungumzia masuala tofauti. Tuliona wakati alikuwa ziara yake ya Nairobi ama kaunti ya Nairobi, tuliona pale akizungumza alipotembea, ambapo alikuwa anapatiana ahadi nyingi sana, moja hapo ikiwa ni ahadi ya chapati shuleni, ambapo aliambia wanafunzi wengi kwamba watakuwa wanapewa chapati shuleni, na pia kuwaahidi kwamba atakuwa anawanunulia chapati machine ya kutengeneza chapati. Ni swala ambalo pia tunaendelea kuliangazia kwa undani kuona kwamba atatimiza ahadi zake. Tumekuwa tukiona kwamba viongozi wengi wamekuwa wakionya ama wakiendelea kuangazia sana zile ahadi ambazo Rais Ruto anaendelea kupeana haswa kwa Wakenya tofauti. Akienda kwa maeneo tofauti amekuwa akipeana ahadi nyingi sana. Tuliona wakati alikuwa Kisii hapo nyuma, pia alipeana ahadi nyingi za kuzindua barabara, kuzindua miradi tofauti na pia barabara kutengeneza hayo yote. Lakini swali ambalo Wakenya wanajiuliza ni ahadi hizi ambazo Rais Ruto anapatia Wakenya ama anapatia hata viongozi wenyewe, ni za kweli ama ni za kupitisha tu wakati? Kwa hivyo hayo yote tutakuwa tunaangazia hapa ndani ya Pambazuko, lakini tukiendelea hapa mbele nitakuwa nachukua muda kidogo ama ili niweze kupumua kidogo, pia mimi ninywe maji, alafu nikirejea nitakuwa naendelea kukuarifu kwamba ni yapi yale yanaendelea nchini Kenya. Lakini endelea kutufuatilia kwenye Facebook @NdiziTV News Digital, YouTube @NdiziTV News, na tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke ili uweze kuendelea kuwa na taarifa hizi pamoja na nyingine nyingi hapo nitakaporejea. Kwa sasa nitakuwa naelekea mapumziko mafupi, lakini endelea kuwa nasi ndani ya Ndizi TV Africa. Naitwa Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia
unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Nilimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, tukiendelea na kipindi chetu cha Pambazuko siku hii ya mwisho ya mwezi huu wa Machi mwaka wa 2025. Naendelea kukualika, na pia kama unajiunga nasi sasa hivi,
tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tukianza na Facebook @NdiziTV News Digital, tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke, na pia kwenye YouTube utatupata @NdiziTV News. Tukiendelea kuangazia masuala tofauti ambayo yanaendelea nchini Kenya, matukio ambayo yanatarajiwa kutendeka nchini siku hii ya leo, na baadhi ya yale ambayo yalikuwa yanatokea hapo wikendi hii ambayo tumekuwa tukipita. Tukisonga mbele tu ni kwamba waziri mkuu wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemtetea mkuu wa majeshi yote nchini ama ya ulinzi Jenerali Charles Kahariri, ambavyo akisema matamshi yake ya iwapo kuna yeyote ambaye anataka kumtoa Rais William Ruto serikalini anapaswa kufuata sheria, akisema kwamba ili kufanya hivyo haina ubaya wowote, ama matamshi yake Kahariri hayana ubaya wowote. Ana pia Kipchumba Murkomen aliyezungumza haya akiwa katika kaunti ya Meru hapo jana, ambapo alisema kuwa vijana wanaomkashifu Rais William Ruto pamoja na serikali yake ni kama kidogo pale mtandaoni wana shida ama wana changamoto za afya ya kiakili. If we are going to become a country, that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya election, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea, kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii, kuna mahali pa kushikwa na kufungwa. Yeah? Na nilikuwa naambia Mudhoni hapa, alikuwa anasema ati, nilisikia akisema, county commissioner, kupata mtu shika weka ndani Murkomen atatoa. Mimi sitatoa aje? Mtu mwenye anaharibu society, huyo anaenda one way. Kazi yangu tu, kwa sababu bado mimi ni waziri wa prison, ni kuhakikisha anapata maharagwe mzuri huko na chakula yenye atakuwa huko, mpaka arekebike arudi kwa society. So I really wanted to dwell on that, to say we really need as a society to move forward. I want to thank you, Governor, and congratulations on your appointment as a governor of Meru. This is my first time also to be with you or a governor in this town, in this county, and I want to say that tutafanya kazi pamoja. Tutakusaidia kwa sababu uko na short time to prove yourself. Yeah? Na sisi pia tukikusaidia utakuwa umetusaidia, because we are partnering. The Constitution Article 6 says that we must work together in consultation and in cooperation. And I want to say our MTS tutafanya kazi pamoja na tutashikana na nyinyi pamoja tupeleke Meru yetu iende. Naam, ni baadhi ya yale ambayo Kipchumba Murkomen alizungumza hapo alipokuwa anawaonya vijana kutosema ama kuendelea kuangazia labda serikali ambao walikuwa wanasema kwamba wanaikashifu serikali yake Rais William Ruto, na pia tumemsikia hapo akisema kwamba serikali ya Ruto imejipanga na pamoja Kahariri pamoja na Haji ama Nurdin Haji wanajua kile ambacho wanazungumzia. Kwa hivyo alikuwa na wadai ama anawaomba vijana wapumzike kidogo, waache kuzungumzia serikali yake Rais William Ruto kwa ubaya ama kuikashifu wakati wote. Ni wakati alikuwa anasema kwamba ni kutulia tu kidogo waweze kumpa Rais William Ruto nyakati nzuri za kufanya kazi. Tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu wa zamani David Maraga hapo jana alitangaza kuwa atawania kiti cha urais ifikapo mwaka wa 2027. Akizungumza katika kaunti ya Kisii, Maraga alisema kuwa azma yake kuu ya kuwania ni kushirikiza vijana
wa Gen Z kutetea haki yao. Na pia haya yakiendelea, seneta wa Kisii Richard Onyonka alijitokeza na kusema kwamba watakuwa wanatengeneza, viongozi kutoka Kisii watakuwa wanatengeneza chama chao cha Omogusi, na pia watakuwa wanaendelea kumpatia mkono ama kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Today we've just come here to meet the people and worship with our brothers and sisters in the Catholic Church. We are very far from elections. We will talk about those things later. We are going to, we are talking, I told you, we are talking with people. It is, at the end of the day, you know, the choice is the people's choice. If you asked me, I will tell you, I mean, I'm the right one. The other one will also say it's the right one. At the end of the day, it is the people who will decide. I mean, just relax, wait. I mean, in due course, you will make up your mind yourself whether or not I'm a state project. The reality we face today in Kenyan politics, I will say today here without contradiction, with utmost respect. Kenyan politics is based on arrangements and programs where political parties negotiate for what they take to their counties and areas. We have decided that as a community and as Kenyans, we are also going to set up our own political party. We are going to produce our own candidate who will negotiate with the president and all the other people who are running for political office in this country. And that candidate is none other, Fred. Today we've just come here to meet the people and worship with our brothers and sisters in the Catholic Church. We are very far from elections. We will talk about those things later. We are going to, we are talking, I told you, we are talking with people. It is, at the end of the day, you know, the choice is the people's choice. If you asked me, I will tell you, I mean, I'm the right one. The other one will also say it's the right one. At the end of the day, it is the people who will decide. I mean, just relax, wait. I mean, in due course, you will make up your mind yourself whether or not I'm a state project. The reality we face today in Kenyan politics, I will say today here without contradiction, with utmost respect. Kenyan politics is based on arrangements and programs where political parties negotiate for what they take to their counties and areas. We have decided that as a community and as Kenyans, we are also going to set up our own political party. We are going to produce our own candidate who will negotiate with the president and all the other people who are running for political office in this country. And that candidate is none other, Fred Okengo Matiang'i. Ni viongozi kutoka kaunti ya Kisii akiwemo Richard Onyonka pamoja na David Maraga hapo jana wakizungumza kanisani, ambapo tumeona hapo David Maraga akisema kwamba atawania kiti cha urais, lakini tuliona bado wakati wa ziara yake Raila Odinga ambaye amesimamia chama cha ODM, wakati alikuja Kisii alisema kwamba kidogo Fred Matiang'i iwapo atasimama kuwa rais atahitaji kura za kutoka ama nchi yote, si Kisii peke yake ama Nyanza peke yake, ambapo kidogo alionekana ni kama hataki kupatiana ile support ambayo Wakenya ama Wakisii walikuwa wanataka ama wanatarajia wapatie wao. Na pia tukamwona Maraga pia akianza kuzungumza wakati ule, kidogo tukaanza kusikia akisema kwamba atakuwa anawania kiti cha urais. Lakini hayo ni baadhi ya yale ambayo viongozi wa Kisii walikuwa wanasema hapo jana. Kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tunaingia kwenye uchambuzi wa magazeti. Unatazama Ndizi TV. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari,
unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light track, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14-seater, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klasi zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4-4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima. Niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo, ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho.
wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Unatazama Ndizi TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa, tunapoendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Kwa sasa tumekuwa tukikutaarifu baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikitokea hapo wikendi, na kwa sasa ni wakati wa kuingia kwenye uchambuzi wa magazeti. Lakini kuongezea tu kwa yale ambayo nimekuwa nikikutaarifu hapo awali ni kwamba viongozi tofauti wa KMPDU walijitokeza na kusema kwamba kuteuliwa kwake Aden Duale ni kama kidogo kuna tashwishi kidogo, ni kama hawamwamini sana, wakisema kwamba yeye ni mwanasiasa na si kiongozi. Lakini pia hapo jana tuliona timu kwenye spoti kidogo, tuliona timu ya Shabana ikicheza na timu ya Murang'a FC na ambapo Konradi ambapo waliwapiga mabao 3-0. Lakini hayo ni baadhi ya yale ambayo yalitokea wikendi hii, na kwa sasa tutaingia kidogo kwenye magazeti ambapo tutakuwa tunachambua gazeti tofauti ikiwemo The Standard, The Star newspaper pamoja na The Daily Nation na Taifa Leo na The People's Daily. Lakini kabla tufanye hayo kidogo, acha nipumue kidogo, alafu nikirudi nitakuwa nawapa taarifa hizo.
Unatazama Ndizi TV. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wapo at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services Game Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we live in security with a human touch. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court.
huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, kunradhi tu kidogo kwa sababu ya mafua, lakini takuwa sawa. Tukiendelea, nilikuwa nazungumzia tukiangazia uchambuzi wa magazeti tofauti tofauti ikiwemo The Standard, Taifa Leo, People's Daily pamoja na The Star newspaper. Hayo yote na pia The Daily Nation. Tutakuwa tunaangazia magazeti hayo kwa asubuhi hii ya leo. Tukianza na gazeti la The Standard, ni kuangazia tu baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele. Ni kuhusu ziara yake Rais William Ruto, ambapo tunaona mwandishi akisema Mungiki backup, akisema kwamba it is a dicey tour, ambapo wanasema President Ruto's return to Mount Kenya remains a critical test of his grip on the region. Once a stronghold, shifting allegiances now threaten his once perceived dominance. Reports of former Mungiki leader Maina Njenga's involvement in mobilization efforts Kuradi. Former leader Maina Njenga's involvement in mobilization efforts ahead of his tour raised questions. Though planners deny the illegal sector involvement as backup plans to show up numbers of optics, ambayo ni taarifa inaangazia kuhusu kidogo, ni kama kidogo watu wanaanza kusema kwamba Maina Njenga ambaye ni kiongozi wa Mungiki ni kama ameanza kumsaidia Rais William Ruto kupata umaarufu pale kwenye Mlima Kenya, ambapo pia ni kama hizi ni ripoti ambazo zimepeanwa wakisema kwamba kidogo anataka kumsaidia Rais William Ruto katika ziara yake ya Mlima Kenya. Ni taarifa ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 4 na ukurasa wa 6 kwenye gazeti la The Standard. Na pia tukisonga mbele kwenye gazeti hilo la The Standard, kidogo tunaona ukurasa wa 8 kwamba parents fear over senior school places. Ni kwamba wazazi wanaogopa kuhusu senior school ambayo kwa sasa CBC ama mfumo mpya wa CBC unahitaji kwamba ukimaliza grade ya 7 unaingia ya 8, na hayo yote, hiyo transition ya kuingia kwenye senior school ambayo wazazi kwa sasa wanahofia. Na tuliona kwamba wazazi walikuwa wanaangazia swala haya wakisema kwamba hatujaona madarasa ambayo yamejengwa, hatujaona walimu ambao watakuwa wanafunza watoto wetu. Je, wanafunzi wetu ambao ama watoto wetu ambao wanaingia kwenye kwenye darasa hili ama senior school, je, watakuwa wanafunziwa wapi na madarasa hayo ni yapi? Na tumeona serikali pia ikisimama ikisema kwamba wameanza ujenzi wa madarasa hayo ya CBC ama ya inaitwa senior school, naam, ama darasa la 9, ambao ni kusema tu ni ripoti yake ama ya wazazi ambao wanahofia kuhusu upatikanaji wa nafasi za wanafunzi katika shule za upili kutokana na mabadiliko ya mfumo wa elimu wa CBC. Na pia inaangazia hofu ya wazazi na changamoto zinazozunguka nafasi za shule za upili, haswa kwa wanafunzi wa darasa la 9. Shule za upili zingine zinasema kwamba hawana walimu wa kutosha, wengine wanasema kwamba madarasa hayapo, na serikali inasema kwamba imejenga madarasa. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo wazazi wanahofia kwenye darasa hilo la 9. Tukisonga mbele kwenye gazeti hilo la The Standard, tunaona habari za michezo ambapo tunaona Gor na FC play to barrel draw.
Konradi. Ni Gor Mahia pamoja na FC ambao inazungumzia mchezo huu wa kandanda ambao ulichezwa kati ya Gor Mahia pamoja na FC Leopards, ambapo timu zote zilitoka sare, na pia picha za michezo zinahusiana na matokeo ya mechi hii, ambapo pale kwenye The Standard tutakuwa unaona picha hizo, na pia ingawa ilionekana kuwa na upungufu wa matokeo yanayotazamiwa na mashabiki, tunaona kwamba bado waliweza kutoka hapo kwa sare. Na pia tunaona mwandishi wa The Standard akitaka ni kuwatakia heri Waislamu siku hii ya leo, akisema happy Eid, ni kuwatakia Waislamu wote happy Eid ul Fitri, ambapo amesema ni baadhi ya taarifa kutoka kwa mhariri, akisema linamtakia heri siku kuu mhariri, wafanyakazi wote pamoja na wasomaji wote wa The Standard, akiwatakia wote Eid ul Fitri njema. Na hayo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Standard. Tukisonga mbele kwenye gazeti la The Daily Nation, tunaona pale Ruto versus Kibaki, 20 years apart, same problems. Changamoto zile zile, lakini miaka 20 ishapita. Ni Kunradhi, ni baadhi ya changamoto ambazo Rais Ruto anazipitia, ambazo mwandishi anajaribu kutuonyesha kwamba miaka 20 wakati Kibaki alikuwa serikalini, bado shida hizo zilikuwa zile bado zilikuwa, na kwa sasa tunamwona Rais William Ruto anapitia shida hizo, ambapo tunaona pale mwandishi akisema deja vu ama kumbukumbu kidogo, akisema President William Ruto's first term in office mirrors that of a man whose cabinet he served, Stanley Emilio Mwai Kibaki, like the case of 20 years ago, Mount Kenya, which found itself besieged as it sought to help President Kibaki return in power, now also finds itself facing a campaign to isolate the region that this time is fighting to dislodge President Ruto after a bitter falling out with the former Deputy President Rigathi Gachagua. Taarifa ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 4 na 5 wa The Daily Nation. Lakini tumekuwa tukiona kwamba kidogo nikawa nazungumzia kuhusu Ruto pamoja na kuendelea tu kuangazia masuala ambayo Rais Ruto anayapitia kwa sasa, ama changamoto ambazo Rais Ruto anazipitia kwa sasa, na changamoto ambazo rais ama mstaafu Kibaki ambazo alikuwa anapitia wakati alikuwa serikalini. Habari kuu ambayo ni hii taarifa ambayo nimesoma inaangazia mlinganisho kati ya Rais William Ruto na Rais mstaafu Kibaki, hasa wakati wa utawala wao na changamoto wanaokutana nazo. Miaka 20 baadaye, baada ya Kibaki kumaliza madaraka yake, tunaona habari hii inaangazia jinsi Rais William Ruto anavyoshughulikia changamoto zinazofanana na zile ambazo Rais Kibaki alikuwa nazo wakati wake. Na pia inasemekana kuwa kama ilivyokuwa wakati wake wa uchaguzi wa mwaka 2002 wakati wake Rais Kibaki, Ruto pia anakumbana na changamoto za kutosikilizwa na baadhi ya viongozi na pia makundi katika mchakato wake wa kisiasa, na pia haswa kwenye maeneo yale ya Mlima Kenya, ambapo pia kuna hisia tofauti za Rais Ruto anakabiliana nazo na upinzani kutokana na kwa washirika wake wa zamani na wakiwemo viongozi wake ama ambao walikuwa pamoja hapo zamani, akiwemo Bwana Rigathi Gachagua. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele pale kwenye gazeti la Taifa Leo siku hii ya leo. Na taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo ni taarifa ya final betrayal of Kenyans who lost 34 billion in pyramid schemes. Ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 10 kwenye gazeti la The Daily Nation. Taarifa hii kwa kina inaangazia masuala tofauti
yakiwemo ya pesa, lakini hayo yote tutakuwa tunayaangazia hapo kidogo. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, nikirejea nitakuwa nawaelezea ni yepi haya na ni pesa zipi hizi ambazo zinazungumziwa kwenye gazeti la The Daily Nation. Endelea kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook @NdiziTV News Digital. Narejea kwa muda mrefu. Naitwa Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services Game Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemrail123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Ram Training College
ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, tunapoendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Tulikuwa tunaangazia gazeti la The Daily Nation asubuhi hii ya leo, ambapo nilikuwa nimesoma taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele. Taarifa nyingine ambayo ni final betrayal of Kenyans who lost 34 billion shillings in pyramid schemes. Ni kuhusu wa Kenya, ama habari hii inahusu wizi wa fedha kutoka kwa Wakenya, ambapo watu zaidi ya 1039 walipoteza shilingi bilioni 34 katika michango ya pyramid schemes, ambao kwa sasa wamekumbwa na janga la kifedha tofauti kutokana na ahadi za ulaghai na pia michango ya kiholela. Tukiangazia taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Daily Nation ni confusion as Muslims are split yet again on ending fast. Ni kuhusu taarifa ambayo kwanza inapatikana ukurasa wa 2 na wa 3 kuhusu sherehe ya Eid ambayo inatarajiwa kusherekewa siku hii ya leo, lakini kidogo mwandishi anazungumzia kuhusu mgawanyiko. Ni mgawanyiko wa miongoni mwa Waislamu nchini Kenya kuhusu wakati wa kumaliza mfungo wao, kwa sababu tunajua kwamba wamekuwa katika mwezi mkuu wa Ramadhani na wamekuwa wakifunga, na kwa sasa kidogo kuna mchanganyiko kidogo kati ya Waislamu nchini Kenya, ambapo kuhusu wakati wa kumaliza mfungo, kwa sababu jana tuliona wengine wakisherekea siku yao, na kwa siku ya leo pia kuna wengine ama Waislamu wengine watakuwa wanasherekea siku yao, ambao kidogo tunaona kwamba kuna wasiwasi na machafuko yanayotokana na utofauti wa maoni juu ya wakati wa kumaliza mfungo, na pia kuna mgawanyiko mgawanyiko huu ambao tumekuwa tukiona kwenye Waislamu ama katika wakati wa kumaliza mfungo umesababisha baadhi ya Waislamu kuadhimisha siku kuu ya Eid katika tarehe tofauti, ambapo ni jambo ambalo limeleta mgawanyiko kwa sasa, na pia habari hii inajikita kwenye tofauti hizo za michango na za michango ya viongozi wa Kiislamu wakiwemo mawaziri katika kujaribu kutatua mgogoro huu. Kwa hivyo ni picha ambayo imeonyeshwa pale ni ya Waislamu akiwemo mmoja wa Waislamu ambaye pia ni waziri, tunamuona Ali Hassan Joho, pamoja na viongozi wengine ama baadhi ya Wakristo wengine wa dini ya Kiislamu wakisherekea Eid hapo jana. Lakini tukisonga mbele tena tunaona kwenye junior sports all set for nationals, ni kuhusu
taarifa ya watoto wadogo ambayo inasema kwamba kwa sasa wanaelekea nationals, ambapo kwamba wanaficha ama mwandishi atakuwa anaonyesha zile shule ambazo zitakuwa zinawania kwenye Kenya National Drama and Film Festivals pale Nakuru mwezi ujao. Ni taarifa ambayo utaipata kwenye gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele kwenye ukurasa wa 9 tunaona talks with Haiti gang leader to release body of fallen soldier. Wanaendelea ama ni taarifa yake mmoja wa walinzi ama mmoja wa maafisa ambao walikuwa wamepelekwa Haiti, ambapo tuliona kwamba alipoteza uhai wake akiwa pale Haiti, na kwa sasa tuliona kwamba serikali ya nchi yetu ya Kenya inaendelea kufanya mazungumzo na serikali ya Haiti ili waweze kuachilia mwili wake afisa huyo mmoja ambaye aliaga akiwa pale nchini Haiti. Ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 9 kwenye gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele kwa habari nyingine ya kusikitisha ni kwamba death toll in Myanmar, earthquake hits 1700. Kunradhi. Ni kwamba tuliona kwamba Myanmar ni wakati ambapo kulikuwa na earthquake, na tukaona baadhi ya watu wengi ambao walikuwa wanaishi pale walipoteza uhai wao kwenye hii earthquake ambayo ilifanyika pale kwenye nchi hiyo ya Myanmar. Na kwa sasa wale ambao wamepoteza uhai wao ni 1000, wamefika kwa sasa 1700. 1700 ambao wamepoteza uhai wao kutokana na earthquake ambayo ilifanyika ama ili happen pale Myanmar wakati huu wa juzi tu hapo jana, ambapo ilitendeka. Na ni habari za kusikitisha hizo, kwa sababu tumeona familia nyingi zimepoteza wapendwa wao, wengi wakisema kwamba hawapati wapendwa wao, na wengine wakisema kwamba wanaendelea kuwatafuta, na wengine wakiendelea kuangalia ile mili ambayo inaendelea kufukuliwa, kwa sababu tuliona nchi tofauti zimejitokeza kwenda kusaidia wakazi hao wa Myanmar ili waweze kuwasaidia kutoa, labda kusaidia kutoa ile mili ambayo imezikwa, kwa sababu wakati earthquake ilikuja watu wengi sana walishikwa ndani na wakupoteza maisha yao, wakiwemo watoto, kina mama, kina baba, na kila mtu ambaye alikuwa katika maeneo tofauti tofauti pale Myanmar. Na ni habari za kusikitisha, na pia tunawaombea mema wale wote ambao wamepoteza wapendwa wao. Kumbuka kwamba tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya leo. Unaweza endelea kutuelezea kwamba unatutazama ukiwa pande gani hapa nchini Kenya, ili tuweze kusonga mbele pamoja. Na nataka nipitie kidogo jumbe zenu pale kwenye mtandao wa Facebook, ambapo unaona watu wengi sana wananiambia kwamba wanaendelea kututazama. Naona Ocharo William anasema listening from Sensi Kisii, Dominic Nyabuto akisema kutoka Keumbu Amasago ako tuned in mpaka tamati. Gilsa Kemunto anasema kutoka Magwagwa yuko ndani. Jared Kagaka anasema kutoka Wongonta pamoja with my wife Judy yuko ndani. Fred Moga anasema kutoka Nyakemo Misia Secondary missed call, akisema kwamba tukumbuke Fred Moga alikuwa ndani. Bosire Dominic pia anasema following. Peter Omari good morning kutoka Suguta Nyamache ako ndani. MC Bachelor KE kama kawaida na kuona pale, anasema good morning. Pius Osoro Echiaman anasema pamoja yuko ndani. Dan Ogaro anasema good morning watching live kutoka Kisii Nyaura yuko ndani ya mpango wa Pambazuko. Mizalendo Uche anasema Kimera Massive tunakupata loud and clear, tunashukuru sana. Victor Omondo pia yeye anasema kutoka Kilimani mpaka Oteri village Womondo tuned in kama kawaida, pamoja na wengine wengi ambao siwezi kuwataja kwa sasa. Suzy Riruma White namuona pale. Legrand Baba Chantel pia namuona. Clau Nyakez namuona pale kwenye
mtandao wa Facebook. Pia wewe unaweza kutuandikia ujumbe wako kutuelezea kwamba unatazama ukiwa pande gani, ili tuweze kujua na tuendelee kuangazia masuala tofauti, tukiendelea hapa na kuchambua ama uchambuzi wa magazeti. Tukimaliza ama tukiendelea kusonga mbele kutoka gazeti, tumechambua gazeti la The Standard pamoja na gazeti la The Daily Nation, tukiangazia sasa gazeti la The People's Daily. Kwenye ukurasa wa kwanza tunaona shame as counties stare at 532 billion loss. Ni taarifa ambayo tunaona kwamba kaunti tofauti zimepoteza shilingi bilioni 532, ambapo kaunti tofauti zimepoteza pesa hizi, ambapo pia tumekuwa tukiona kaunti zikipoteza hela nyingi sana kwa masiku haya ya sasa. Tunaona kwamba kidogo labda viongozi wanatumia pesa vibaya, wengine wanatumia kwa miradi ambayo haisaidii wananchi wa kaunti hiyo. Na kwa sasa tunaona kwamba kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti la The People's Daily, mwandishi akielezea kuhusu taarifa hii, akisema kwamba kaunti tofauti zimepoteza shilingi, ukiekanisha pamoja pesa hizo ambazo kaunti zimepoteza ni shilingi bilioni 532. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The People's Daily, celebration as Muslims mark Eid al-Fitr. Tunaona pale wameangazia taarifa ya sherehe za Eid ambazo zinaanza siku ya leo, ambazo zitakuwa zina pia Wakenya tofauti. Tunajua kwamba hawaendi kazini siku ya leo, watakuwa wanaangazia siku hii ya Eid, kusherekea siku hii ya Waislamu kumaliza kufunga kwao, ama mwezi mkuu wa Ramadhan, wanamaliza mfungo wao siku ya leo. Najua kwamba watu wengi sana kwa sasa, nina wale marafiki ambao wamekuwa wakisema mimi nangojea Eid ili marafiki zangu pia Waislamu wanialike kwao. Kwa hivyo marafiki zetu Waislamu, tunajua kwamba siku ya leo ni siku ya Eid, na tunajua kwamba sherehe itakuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo waalike Wakristo wenzenu, Waislamu wenzenu, ili muweze kusherehekea pamoja. Tunajua kwamba vyakula ni vingi ambavyo vinapikwa siku hii ya leo. Kwa hivyo wale wote ambao kwa sasa najua kuna mmoja ambaye anaitwa Jacinta, lakini siku ya leo atakuwa anajiita Aisha pale. Kwa hivyo nyinyi wote ni vizuri kukaribishana, na ni vema ndugu zetu Waislamu pia kuweza kuwaalika ndugu na dada zetu wa Kristo. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The People's Daily, tunaona picha yake Kipchumba Murkomen, na mwandishi anazungumza ukurasa wa 7 akisema 833 million shillings projects wrought at Murkomen's ministry. Tumetoka kuzungumzia ama kuangazia swala la kaunti kupoteza milioni kupita milioni 500, zimepoteza milioni kupita milioni 500. Na kwa sasa tukiangalia kwenye ukurasa wa 7 pia tunaona shilingi milioni 833 zimepotea, huku Kipchumba Murkomen akiwa amesimamia sekta hizi tofauti nchini Kenya. Lakini kwa sasa tunajua kwamba Kipchumba Murkomen amesimamia usalama wa ndani, na ni kusema kwamba shilingi hizi kupita milioni 800 zimepotea, ama ziko tu stale, they are rotten at Murkomen's ministry. Na pia tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine, tukiingia kwenye siasa, ukurasa wa 6, headache as Ruto faces Mount Kenya. Ni ziara yake Rais William Ruto ambayo inatarajiwa kuanza hapo kesho kwenye Mlima Kenya, ama kuelekea Mlima Kenya. Kidogo tu ni kuhusu, mwandishi anazungumzia kuhusu changamoto ambazo Rais William Ruto anazipitia katika kupanga ziara zake, ama ziara yake ya kuelekea Mlima Kenya. Taarifa hiyo utakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 6 kwa gazeti la The People's Daily. Na pia tunaona pale kwenye ukurasa wa 3, Groovy Joe new single inspired by heartbreak, ni kuzungumzia ama kuhusu taarifa za burudani, na natumai kwamba hiyo ni pull out ambayo imepatiano ama imepewanwa pale kwenye gazeti hilo la The People's Daily, ambapo wanazungumzia kuhusu msanii mmoja ama mwimbaji mmoja ambaye anaimba kwa sababu ya amekuwa inspired
la heartbreak. Tunajua kwamba watu wengi heartbreak inawafanya wanapoteza mwelekeo kidogo, lakini hiyo heartbreak yeye akaigeuza kuwa jambo zuri na pia kuonyesha kwamba yuko bado ako tayari, na inazungumzia kuhusu msanii huyu ambaye anaitwa Groovy Joe ambaye ametoa wimbo wake mpya ambao ametunga akiwa inspired na maumivu ya moyo. Kwa hivyo labda ukienda uangalie, kama wewe ni mpenzi ama unapenda burudani kama mimi, unaweza kupitia pale kwenye gazeti hilo la The People's Daily, kwa sababu wimbo huu umevutia hisia za wasikilizaji wengi na umepata umaarufu kwenye majukwaa ya muziki, majukwaa la muziki. Kwa hivyo upitie pale kwenye gazeti hilo la The People's Daily, utakuwa unapata kupata maelezo mengi kuhusu taarifa hiyo ya burudani. Kumbuka kwamba tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka ni wa 2025, ambapo tunaendelea kuangazia ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hizi tofauti tofauti nchini Kenya. Tukisoma mbele kwenye gazeti la The Star. Gazeti la The Star tunaona limeangazia masuala tofauti tofauti, ikiwemo farmers pain as middlemen hijack state fertilizer aid. Ni kuhusu mbolea tofauti tofauti na kuhusu wakulima ambao tumekuwa tukiona visa tofauti tofauti vya mbolea, labda mbolea mbaya ama mbolea ambayo ni fake, ambayo haifai kuuzwa. Na pia tuliona hapo awali watu walikuwa wanauziwa mbolea ambayo ni mchanga tu, bali si mbolea. Na pia tumekuwa tukiona wakulima wakipitia changamoto tofauti tofauti kutokana na ukulima, kutokana na mbolea mbaya nchini Kenya. Kwa hivyo kwa sasa mwandishi wa The Star kwenye ukurasa wa 5 anaangazia jinsi changamoto ambazo wakulima wanapitia pale baada ya kutopata ile mbolea nzuri ambayo walikuwa wanafaa kuipata. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 5, wa 4 na 5 kwenye gazeti la The Star. Na pia taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele pia, religious duty, Muslims end month long fasting with prayers. Pia ni taarifa ya Eid ul-Fitri, ambapo mwandishi ametokea pale picha za Waislamu, ndugu na dada, watoto, wazee, kina mama, wote wamepatiwa pale. Unaweza kutazama picha hiyo ambayo iko kwenye The Star newspaper, ambayo inaashiria kwamba watakuwa na fanya sherehe zao za Eid ul-Fitri siku hii ya leo. Na pia kwenye ukurasa wa 8 tunaona taarifa yake Tobias Alando ambayo inasema spy dreamer driving Kenya's industrial push. Ni kuangazia huyu mmoja ambaye anaitwa Tobias Alando, ambaye pia namuona pale mwandishi anaangazia masuala tofauti tofauti, kwamba kidogo tu Alando pia ni mtaalamu wa viwanda anayekuwa na michango tofauti tofauti mkubwa katika juhudi za kuimarisha sekta ya viwanda. Alando tumekuwa tukiona kwamba amejiweka katika mstari wa mbele katika kubuni mikakati ya kukuza viwanda nchini, na anasifiwa na ufanisi wake katika kubuni suluhisho za kisiasa ambazo zitaongeza uzalishaji na kupunguza utegemezi wa bidhaa za kigeni. Na pia habari hii inatoa mtazamo wa sekta kwenye sekta ya viwanda nchini Kenya, ikielezea hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya Kenya Kwanza ili kushirikiana na wataalamu kama Alando ili kutengeneza mipango ya viwanda zinazolenga kiuchumi ama kukuza uchumi wa kitaifa na pia kuendeleza nchi yetu ya Kenya. Tukisonga mbele kwenye gazeti hili la The Star, naona pale Kenya's blood transfusion service loss all funding, ambayo wanazungumzia kuhusu huduma za upokeaji wa damu nchini Kenya. Wakizungumza kwamba huduma hii imepata pigo kubwa kwa sababu imekosa ufadhili wa kifedha kutoka kwa wahisani wa kimataifa. Na pia taarifa hii inazungumzia ama inafuatia kupoteza kwa msaada huu. Huduma ya damu
pia inakumbana na changamoto tofauti, haswa ya kukosa vifaa na fedha za kugharamia shughuli za upokeaji wa damu na wagonjwa. Pia ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Star. Pia habari nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele ni Schools Nurture Kenya's Young Climate Advocates, watoto wadogo ambao wanaendelea kupatiwa juhudi ama inaelezea juhudi za shule tofauti nchini Kenya katika kuandaa watoto na vijana ambao ni mabalozi ama ambao wanapenda mabadiliko ya tabia nchi ama climate change. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, na pia taarifa hii inatilia mkazo umuhimu wa kuwaelimisha watoto pamoja na vijana kuhusu ulinzi wa mazingira nchini na pia kukabiliana na changamoto tofauti na mabadiliko ama changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kwa kuchukua hatua za mazingira. Tunajua kwamba serikali ya Kenya Kwanza imeweka mikakati tofauti ili kuhifadhi mazingira, ikiwemo ni kupanda ama upanzi wa miti, na kwa sasa tumeona kwamba serikali inaendelea kutilia mkazo suala hilo la kupanda miti. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Star. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunaangazia gazeti la Taifa Leo, ambapo pia tutakuwa tunamaliza tukiendelea kusonga mbele tukimalizia gazeti la Taifa Leo na pia kuchambua baadhi ya maudhui ambayo yatakuwa yamejitokeza kwenye gazeti zote ambazo zimechapishwa na pia zinaendelea kuuzwa kwa wingi nchini Kenya, ikiwemo The Standard, The Star Newspaper, The People's Daily, Daily Nation pamoja na Taifa Leo. Hayo yote tutakuwa tunaangazia baada ya muda usiokuwa mrefu. Endelea kubaki ndani ya Ndizi TV Africa. Naitwa Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klasi zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mamanaka Ima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo, ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana. Sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi
kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mtazamaji, tukiendelea na kipindi chetu cha Pambazuko ndani ya runinga ipendayo ya Ndizi TV Africa. Ungana nasi kwenye mitandao tofauti @Ndizi TV News Digital kwenye mtandao wa Facebook, Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube. Utatupata @Ndizi TV News na tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Nikiangalia pale kwenye mtandao wa Facebook namuona Frederick Ogembo akisema good morning from Nakuru, massive well represented, na pia anamuona Ocharo William akisema kwamba anamwambia welcome. Mwingine Roda Ruth, namuona Frederick Ogembo akimuuliza good morning to you bro. Omosori Wege Susu anasema Kerandi Dennis aka Omosori Wege Susu kutoka Nakuru City Salams Club. Adi Gachuba Seito anasema anatutazama live. Na pia Roda Ruth namuona akisema kwamba Ndizi TV News Digital is live, na anasema following from Jeddah to Nyaribari Masimba Bunyankoni Angasa, good morning and happy new week ahead to all the fans. A happy new week to you all. Na jinsi tunavyoendelea na kipindi chetu cha Pambazuko, tulikuwa tumeangazia masuala tofauti ama taarifa tofauti ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti zetu, ikiwemo The Standard, The Daily Nation, People's Daily, The Star, na kwa sasa tutaingia kwenye gazeti la Taifa Leo. Gazeti la Taifa Leo ukurasa wa pili tunaona mwandishi akisema Gachagua achafua ground. Ambapo anasema maagizo aliyekuwa naibu wa rais awasisitizia wakazi wamuulize Ruto kwa nini anawaadhibu ilhali walimpigia kura mwaka wa 2022. Aidha, amewataka wasimpe rais zaidi ya dakika 20 kwa kuhutubu. Adai kuwa kuna mpango wa kumhangaisha na kumtumia polisi na njama ya kuwagawanya Mlima Kenya ama kugawanya Mlima Kenya kisiasa. Kwa hivyo kwa sasa taarifa hii inaangazia jinsi Rigathi Gachagua amekuwa akizungumza kuhusu ziara yake ambayo ya Rais Ruto ambayo inatarajiwa kuanza hapo kesho, ambapo anasema kwamba anawaambia wakazi wa Mlima Kenya wasimpe Rais William Ruto zaidi ya dakika 20 kuzungumza, na pia anasema kwamba ama amewataka wakazi hao wa Mlima Kenya wamuulize Rais Ruto mbona anawanyanyasa ilhali walimpa kura wakati wa mwaka ama wa kura za 2022. Na pia anasema kwamba kuna mpango ambao serikali imeweka ili kumhangaisha na kumtumia polisi na njama ya kugawa Mlima Kenya kisiasa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa Leo. Na pia tukisonga mbele, taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hili la Taifa Leo, kifo Haiti. Ni kifo ama familia yalilia mwili ambao ni wa askari yule ambaye alipoteza uhai wake akiwa pale Haiti, na kwa sasa familia yake inataka mwili ama wapatiwe mwili wa mmoja wao. Mazungumzo yaanza kwa nia ya kuomba genge liachilie mwili wa polisi wa Kenya. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa pili. Tukisoma mbele kwenye ukurasa wa 5, waziri asifu mfumo wa kufadhili
vyuo vikuu. Hapo tunaona picha yake waziri wa elimu Julius Migos akisema asema kwamba serikali itazidi kutumia hadi kesi ya kotini iamuliwe. Ni kuzungumzia kuhusu ufadhili wa vyuo vikuu ama fedha ambazo walikuwa wanataka kutumia ama ilikuwa new model ambayo Rais William Ruto alikuwa ameleta ama serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa imeleta the new funding model ambayo pia tuliona vijana ama wanafunzi wa vyuo vikuu walikataa wakisema kwamba sio kila mmoja ataweza kujimudu, wabaki na ule mfumo ambao kwa sasa unaendelea kutumika. Lakini naona kwamba waziri Migos ama Julius Migos akisema kwamba mfumo huo utabaki mpaka kesi iamuliwe. Tukisonga mbele, matunda zaidi ya handshake ni taarifa ambayo inapatikana ukurasa wa 5. Tunaona picha yake Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM, ambapo anasema wakazi wa Nyanza wasema wameanza kuona manufaa ya ushirikiano wa Ruto na Raila. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaangazia siasa katika muungano wa Raila na Ruto ambayo ni kuzungumzia ama kuangazia baadhi ya mawaidha ama maoni ya Wakenya kutoka Nyanza wakisema kwamba wameanza kuona matunda kutoka kwa muungano wa Rais Ruto pamoja na Raila Odinga. Pia kwenye ukurasa wa pili tunaona picha yake David Maraga akisema mimi si mradi wa serikali. Amekana matamshi hayo akisema Maraga akanusha kwamba Kenya Kwanza inamtumia kugawanya kura za 2027. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa za kisiasa. Nakumbuka kwamba siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Nitakuwa na mmoja mwenzetu hapa studioni ambaye tutakuwa tunaangazia masuala ya siasa pamoja naye. Tutakuwa tunaangazia masuala kama haya ambayo tunamuona Maraga akisema kwamba yeye sio mradi wa serikali, kwa hivyo hajateuliwa na serikali ili aweze kusimama ili kutawanya kura. Tunajua kwamba alitangaza kwamba atakuwa na wania urais hapo jana, lakini pia alitangaza baada ya watu kuanza kusema kwamba watampa kura Fred Matiang'i iwapo atasimama kuwa kiongozi ama atasimama kuwania urais ama kiti cha urais ifikapo mwaka wa 2027, ambapo tunamwona pale Maraga pia akajitokeza hapo jana akisema kwamba atakuwa na wania pia kiti cha urais ifikapo mwaka huo wa 2027. Tukisonga mbele kwenye ukurasa wa 3, wito wa maafikiano Ramadhan ikitia nanga. Sherehe za kuhitimisha mfungo wa Ramadhan zinaendelea siku ya leo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, sherehe ya Ramadhan ama Eid al-Fitri ambayo itakuwa inaendelea siku hii ya leo. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti zetu za nchini Kenya, ikiwemo The Standard, The Star newspaper, Taifa Leo, People's Daily na The Daily Nation. Ukiangalia gazeti hizi, baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza kwenye gazeti hizo, tumeona masuala ya elimu yakiangaziwa, ambapo tumeona waziri wa elimu akizungumzia kuhusu mfumo wa kifedha ambao ama new funding model ambayo ilipitishwa, na kwa sasa kesi inaendelea kotini, lakini anaendelea kuisifia mfumo huo ama anaendelea kusifia mfumo huo. Na pia masuala ya kisiasa yanajitokeza, ambapo Wakenya wengi wanatarajia kuona ziara yake Rais William Ruto itakuwaje pale Mlima Kenya. Na pia tunaona wengine wa upinzani, mmojawapo akiwa Rigathi Gachagua pia akisema kwamba kwa sasa kidogo Rais Ruto anataka kuenda kugawanya Mlima Kenya kisiasa. Kwa hivyo pia ni taarifa ambayo imeangaziwa. Na pia tumeona usalama wa kitaifa ukijitokeza kwenye baadhi ya magazeti asubuhi hii ya leo, ambapo tumeona mmoja wa maafisa wa polisi alipoteza uhai wake akiwa pale Haiti, na kwa sasa serikali ya Kenya inaendelea kufanya mazungumzo na genge pale kwenye ile nchi ya Haiti ili waweze kupata mwili wake afisa huyo na kurudishwa nyumbani. Na pia yale ambayo yamejitokeza kwenye gazeti asubuhi hii ya leo, tunaona baadhi ya tunaona ukulima ama kilimo biashara, ambapo wakulima
wanapitia changamoto tofauti katika kupata mbolea, na pia tukaangazia masuala ya sekta ya viwanda ambapo mwandishi amemwangazia Tobias Orlando ambaye ni mmoja wa wale ambao wamekuwa akisaidia sana sekta ya viwanda. Ni kuzungumzia tu jinsi amekuwa akisaidia sekta hiyo ya viwanda, na pia tuliona maudhui ya afya yakijitokeza ambapo walikuwa wanazungumza kuhusu utoaji wa damu ambapo walisema kwamba kidogo kuna tashwishi kwa sababu hamna hela ya kutosha ya kununua vifaa tofauti ambavyo vinatumika katika kutoa damu na pia kuweka damu ambayo inakuwa ama blood transfusion generally. Hiyo yote unapata kwamba kidogo kuna shida kwenye sekta hiyo ya afya, na pia tumekuwa tukiona baadhi ya kaunti tofauti zimepoteza hela kwa miradi tofauti na pia ina kuzungumzia tu maudhui huduma za kimsingi za afya, elimu, miundombinu zote katika kaunti nyingi. Unapata kwamba kaunti nyingi zinalalamika kwa sababu hela hizi haziwasaidii na hivyo kupoteza shilingi bilioni 532. Kwa hivyo ni baadhi ya zile ambazo zinaendelea ama taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika sekta tofauti nchini Kenya. Na pia tukaona maudhui ya michezo ama spoti ambayo yalijitokeza. Tuliona junior sport ambapo ni habari ya burudani kidogo kwa sababu watakuwa wanaendelea kuangazia mashindano ambayo yanatarajiwa kuanza ya shule za msingi na sekondari katika lengo la kukuza vipaji miongoni mwa vijana. Na pia tukaona gazeti zingine zikiangazia taarifa za spoti ambayo ni mchezo ya kandanda. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa ambazo zilipatiwa kipaumbele siku hii ya leo kwenye magazeti asubuhi hii ya leo. Kumbuka kwamba tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Tukiendelea pale Facebook utatupata @NdiziTVNewsDigital, na pale kwenye sehemu ya YouTube utatupata @NdiziTVNews. Tukisonga mbele, kwa sasa tumemaliza awamu ya pili ambayo ni uchambuzi wa magazeti, ambapo asubuhi tuliamka sana ili kukuelezea yaliyojiri. Tumemaliza kwa uchambuzi wa magazeti na kwa sasa tutakuwa tunaingia kwenye mjadala wetu wa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Tutakuwa tunaangazia masuala ya kisiasa nchini Kenya. Tuzungumzie ziara yake Rais William Ruto, ni yapi yale yanatarajiwa, na pia sekta ya upinzani. Tuliona kwamba Martha Karua alijitokeza wakati wiki iliyopita akazungumzia akisema kwamba ni sawa yeye ni rafiki yake Raila Odinga, lakini kwa sasa wako katika sehemu mbili ama wako katika upande mbili tofauti, ambazo kwa sasa Martha Karua ambaye ni kiongozi wa chama cha PLP ama People's Liberation Party kwa sasa yupo upinzani, na Raila Amolo Odinga kwa sasa ako katika muungano wake na Rais William Ruto. So tutakuwa tunazungumzia muungano wake Rais William Ruto pamoja na Raila, kama umewafaidi watu wa Nyanza au la, na pia ziara yake Rais William Ruto, na pia kuzungumzia tu masuala ya kisiasa nchini Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo usiondoke, tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Naitwa Jacinta Nyabeta, endelea kututumia jumbe zako kwa wingi, nitakuwa nazipitia hapa, lakini kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, nitakuwa narejea. Unatazama Ndizi TV. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita,
D2 PSV uendeshaji wa magari ya aina ya bus. CE heavy truck. F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klasi zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wa wasikilizaji ni Daktari Mamanaka Ima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo, ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design,
cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4-4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesk@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch.
Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling board, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum board na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Unatazama Ndizi TV. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile diploma in nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile diploma and certificate in clinical nutrition and dietetics, diploma and certificate in medical social work, certificate in theater technology, diploma in community health na certificate in community health assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klasi zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, huku tukiangazia kidogo masuala ya kisiasa nchini Kenya, na siku hii ya leo na mgeni ambaye atakuwa anatujulisha kwamba ni nani. Lakini kabla tuanze, kumbuka kwamba mitandao yetu ya kijamii tunaendelea pale live yetu at Ndizi TV News Digital kwenye pande wa Facebook, Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube. Utatupata at Ndizi TV News. Tovuti yetu pia ni www.ndizitv.co.ke. Tuandikie unatazama ukiwa pande gani, na pia tuchangie tu baadhi ya yale ambayo tutakuwa tunaangazia siku hii ya leo na asubuhi hii ya sasa, ikiwa saini tunaingia kwenye awamu ya 3 ya kipindi chetu cha Pambazuko, ambapo tunaingia kwenye mjadala wa kuzungumzia na kuangazia hali ya kisiasa nchini Kenya. Karibu sana mgeni wangu. Asante sana dada Jacinta. Nashukuru kwa kunipa fursa hii. Najua mara nyingi unapata ya kwamba sisi watangazaji ni nadra sana tukae hivi tuweze kuzungumza masuala machache ili wananchi popote walipo waweze kujua ni yapi yanayofanyika na yanatendeka wapi. Ni kweli. Yeah. Kwa hivyo kwa majina anajulikana kama Dan Boyo, ambaye pia ni mtangazaji. Na leo hii ningependa tuweze kuchambua tu yale ambayo yanafanyika humu nchini. Ndio. Tuweze kuyaona tuko wapi na tunaelekea wapi. Na matarajio ya kila mmoja wetu ni yapi. Kweli. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, jiunge nasi katika mjadala wetu, ambapo tumesema jinsi umesikia Dana akizungumza, amesema kwamba tutakuwa tunaangazia yote ambayo yanaendelea lakini kisiasa nchini Kenya. Kwa hivyo tukianza tu, sababu kwa sasa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea nchini Kenya kuhusu siasa. Tunaona upinzani kidogo haina nguvu, ni kama kidogo wanalegeza kamba, na pia tunajua kwamba Raila lakini Rais William Ruto pamoja na kiongozi wa ODM wameungana. Kwa hivyo kuna muungano, tuna upinzani pia kulegea, tuna muungano, tutakuwa tunaangazia hiyo pia, na pia kidogo tukiangazia ziara yake Rais William Ruto kuelekea Mlima Kenya. Lakini kabla tuingie kwa hizo zote, labda utueleze wewe, kwa maoni yako, unahisi vipi kuhusu siasa ya Kenya nchini kwa sasa hivi? Unajua, tangu nianze kutazama vile viongozi wanatekeleza jukumu lao pamoja na wadhifa ambao wamepewa, tunapata ya kwamba ni mara ya kwanza kugundua kwamba siasa ilianza tu mara tu tulipomaliza uchaguzi. Ni mara ya kwanza. Ndio. Uchaguzi wote ambao umepita, unapata ya kwamba ulikuwa unachukua kipindi pengine kama miaka miwili hivi, ndipo unaona watu wanajitokeza, wengine wanatoroka kwenye mirengo fulani kuelekea upande mwingine. Lakini kinaye tuliona ya kwamba uchaguzi ulisha tu hivi. Lakini hapo tu tukaanza kuona mambo pale bunge. Tuliona wabunge wameanza kuhamahama, ama unajua ya kwamba mtu akichaguliwa mnatarajia msimamo wake utaendana na ule mrengo ambao ulimchagua ama ulimbeba. Lakini tuliona ya kwamba hapo tu baada ya uchaguzi vitu vikabadilika. Hapo kulikuwa na jambo hapo. Pia tuliona ya kwamba kulikuwa na mambo kadhaa kati ya rais na naibu wake, ambapo ilifika hadi wakati ambapo alimule mamlakani. Na kutoka wakati huu unapata ya kwamba jambo halijakuwa lile tu la kusema ya kwamba vitu viko sawa. Hadi sasa hivi sasa rais amepanga ziara yake kuelekea Mlima Kenya. Lakini ziara yake inakuja baada ya
masuala kadhaa na rais mwenyewe kutembea katika sehemu zingine za nchi huko, sehemu za milima ikiachwa kando. Ndio. Maanisha kuna mambo ambayo yametendeka, kuna mambo mengi ambayo sisi kama wananchi lazima tujiulize tuko wapi na tunaelekea wapi, na kuna mazuri kweli. Kwangu kibinafsi naweza kusema ya kwamba ukiangalia rais mwenyewe pamoja na kinara wa ODM Bwana Raila Odinga, unajua ya kwamba ukiangalia jinsi walivyokuwa wakiuza sera zao, unapata ya kwamba walikuwa tuna ile formula moja tu, mtindo moja tu, lakini ni kama walipeana jina tofauti. Ndio. Kinara wa ODM Raila Odinga alikuwa anapanga kuwapa vijana hela za kuanzisha nini, biashara. Vile vile tukaona rais pia akakuja akapeana nini, ya Hustler Fund ikakuwa hapo. Na si hiyo tu, kulikuwa na mbinu zingine nyingi za kusaidia wananchi. Kumaanisha naweza sema ya kwamba kitabu ni kile kile, lakini jalada ndilo tofauti. Ndio. Naam. Na pia sasa kwa sababu kuangazia tu masuala ya kisiasa, tumekuwa tukiona viongozi tofauti wakijitokeza wakimkosoa Rais William Ruto. Serikali ya Kenya Kwanza nitaweza kusema kwamba ni serikali ambayo imepata upinzani mwingi, lakini si kutoka kwa viongozi bali kutoka kwa vijana na wananchi wenyewe, sababu tumekuwa tukiona labda kiongozi yeyote, tuliona Raila Odinga wakati alifanya muungano na Rais William Ruto, wakati alikuja Kisii, wakati alikuja kuzindua sare ya Shabana, ilikuwa ni mara ya kwanza baada ya muungano wake. Akafika na kidogo Wakenya ama vijana wakaanza kumwambia huwezi kuzungumza kwa sababu wewe umetusaliti. Kwa hivyo kwa sasa maoni yako ni yapi kuhusu labda jinsi vijana wanachukulia siasa kwa sasa? Okay, kwa sasa tunaweza sema kwamba vijana wameelewa. Ukianza kulinganisha labda na kitambo, wakati vijana walikuwa wanaambiwa tu labda wanatumika tu wakati wa kutafuta kura alafu wanaachwa, lakini kwa sasa tumekuwa tukiona vijana wakijiweka sana ndani ya hii siasa na kufuatilia jambo hata lile dogo ambalo Rais William Ruto anazungumzia, ahadi ambazo anapeana, jinsi anatafuta mawaziri wake. Maoni yako ni yapi kuhusu jinsi vijana wanajihusisha na siasa kwa sasa? Kabla sijafika hapo, lazima tuangalie kwanza ipambio wanasemanga Ruto must go. The usual chorus. Ndio. Unapata ya kwamba kuna viongozi anuai ambao wamesema ya kwamba Ruto must go. The slogan haimaanishi ya kwamba rais mwenyewe anafaa aende, aondolewe mamlakani, lakini ule uongozi ulioko ambao wanaona pengine kuna itilafu kidogo, ndio wanasema inafaa iende. Na pia nikirejelea yale ambayo yalisemwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akizungumza hapo Jumamosi hapo akiwa Naivasha, alisema ya kwamba hiyo haimaanishi ya kwamba tunataka kumuondoa rais, na inamaanisha hiyo ni mbinu tu ya kuita watu na kuambia ya kwamba mtafute kura ikifika uchaguzi ujao wa mwaka 2027, mjipange sasa, muondoe sheria, lakini si kwa njia ile ingine ambao pengine wengine wanafikiria. Jambo ambalo hata tukirejelea yale ambayo yalisemwa na bwana Mudavadi, Musalia Mudavadi pia alisema hapo, wale ambao wanafikiria, wale majenzee, vijana pamoja na wapinzani,
ambao wanafikiria ya kwamba wanaweza kushinda rais ifikapo uchaguzi ujao, waanze kujipanga kwa sababu ni vigumu. Ndio. Ndio. Alisema ni vigumu. Kumaanisha unajua siku hizi kila mmoja anaelewa kile ambacho kinafaa. Kama ni mimi najua mwakilishi wadi yangu anapaswa atekeleze jukumu kama hili na lile ili eneo ambalo analisimamia lewa na nini, maisha iwe bora, wenyeji waweze kusaidika na waone umuhimu wa serikali. Na kama ni mbunge anapaswa kutengeneza barabara, hii hiyo ni yake, shule hiyo ni yake na zingine. So napaswa ya kwamba unapata kwamba tunajua kile ambacho kila kiongozi anapaswa kufanya. Kisha baadaye tunajua ya kwamba sisi ndio tutakuwa hapo kesho. Vijana wanajua wao ndio watakuwa hapo kesho, lakini viongozi walioko mamlakani leo pengine ifikapo kesho hawatakuwa. Kumaanisha lazima tuhakikishe sehemu ambapo tunaelekea pametengenezwa. Hata wewe dada Jesse ukitembea, si lazima uhakikishe njia yako iko sawa. Kumaanisha tunapoelekea huko mbele uzeeni yetu, lazima tuhakikishe ya kwamba tutafika hapo kama mambo yako sawa. Ndio maana lazima vijana wajue ni nani anaweza kutusaidia na anatusaidia vipi, na sheria jukumu lake ni lipi. Naam. Na pia vijana wamekuwa wakijitokeza. Tumekuwa tukiona vijana ambao walikuwa kwenye maandamano kidogo wakaingia serikalini. Tukimtumia Kasmuel. Naam. Tulimwona kwanza akikimbia maandamano kidogo, siku 2-3 kidogo tunamuona na na Raila wakianza kutembea pamoja, na kwa sasa kidogo tumekuwa tukiona vijana wakimuita msaliti pia kwa sababu alijiunga. Kwa hivyo kwa sasa siasa za Kenya hazimaanishi kwamba ukiingia serikalini wewe ni kiongozi. Kwa sasa maono yao vijana na wananchi wengine wanaona kwamba ukiingia serikalini wewe ni mwizi, wewe ni msaliti, na pia hauwezi kuwasaidia. Na pia tumekuwa tukiona viongozi wenyewe hawajawapa sababu ya kuwaamini ama sababu wananchi wawaamini, kwa sababu wananchi hawa wanataka kiongozi ambaye watategemea, ambaye atawapa maendeleo, atawafanyia miradi tofauti tofauti ili kuwasaidia kimaisha, kujikimu kimaisha na kujiendeleza. Lakini tumekuwa tukiona viongozi hawa wanakuja tu, labda nitumie Rais William Ruto kama mfano, amekuwa akienda kwenye maeneo tofauti tofauti. Tutumie tu jinsi alienda kwenye shule moja Nairobi, akawaambia atawapa chapati. Lakini sasa tumekuwa tukiangazia ahadi ambazo Rais William Ruto anawapa wananchi wa Kenya. Ahadi hizi ni za kweli ama si za kweli? Zitafanyika ama hazitafanyika? Kwa sababu ama anazitaja tu kwa sababu kwa sasa vijana wanasema tu huyu anatudanganya kwa sasa, ama huyu anafanya hivi tu kutunyamazisha kwa sasa. Nadhani kwa sasa Rais Ruto akipeana ahadi yoyote, wananchi wanasema uongo ama kwa sababu wamempa majina tofauti tofauti, na pia jinsi anayakubali ama anazungumza kuhusu majina ambayo anapewa pia inazungumza mengi kwa vijana na pamoja na wananchi. Kwa hivyo kwa sasa zile ahadi ambazo Rais William Ruto anapeana pamoja na serikali yake, labda wewe utuelezee kidogo tu maoni yako, na pia kutuambia tu labda wewe unaona ni jinsi ama ni njia mojawapo tu ya kuwaeka wale wachache ambao watamwamini, ambao kwa sababu kuna mtu ambaye anasema labda atafanya, lakini tuko miaka 2 serikalini
alikuwa anasema mama mboga kwa sasa hawezi kulipa ushuru na alipe SHA. Naam, labda uangazie tu kidogo. Kile ambacho lazima kielewe ni kwamba hata kule nyumbani ukiwa na mtoto wenu mdogo, pengine ni mjukuu ama ale, ukamwahidi utakuletea peremende, kisha baadaye kurudi ukapata kashalala, peremende nayo ukubeba. Siku ingine ukamwahidi narudi nitakuletea pipi. Kisha baadaye akiamka ama ukifika hivi anagundua hujabeba. Hata kuamini siku ya tatu. Kweli. Hata kuamini. Wananchi kuna vile wanaona. Na mistari yetu ya kusahihisha yale ambayo serikali inafanya ni kutokana na sera zao. Kabla watu waende uchaguzi, ulisema nini na nini na nini na nini na nini. Baadaye nini ikatokeza? Sasa hapo ndio wananchi, unapata wananchi wanaangalia, wanasema okay, ulituambia hivi hivi itakuwa hivi, lakini sasa tunaona tofauti. Sababu kisha na sababu hujatuambia. Pia ukasema hivi, lakini tukiangalia hujatekeleza. Sasa unapata ya kwamba ukiendelea mbele kupeana ahadi, ndio watu wanakosa ile imani. Hawezi kukuamini ya kwamba yale ambayo unayasema utayatenda. Mimi kibinafsi kuna vile nimekuwa nikijiuliza, unapata kuna maendeleo mengine yanatekelezwa hayako kwenye ratiba, hayako kwenye bajeti wakati ambapo bajeti ilikuwa inatengenezwa. Lakini sasa hivi unaona wakifika mahali wanatoa pesa kiasi fulani ifadhiliwe. Unajiuliza, kwani yale ambayo tulianza ama yale ambayo alituahidi yamefika wapi? Umeona sahi watu wa Mlima walisema ya kwamba rais akifika at least hakikisha ya kwamba akamilishe nini yale miradi yaliyoanzishwa na rais aliyemstaafu Uhuru Kenyatta. Kumaanisha kuna baadhi ya shughuli kadhaa ambazo zilianzishwa na hazijakamilishwa. Mbona tuanze zingine na kuna zingine ambazo hatujamaliza? Mbona utupe ahadi kama kuna zingine ambazo hazijaisha? Sasa hapo ndio unapata ya kwamba wananchi wanakosa imani. Na ndio maana unapata vijana sasa wamejitokeza, wanasema penye imefika sisi pia lazima tutoe sauti, kwa sababu haya maendeleo yote ni sisi ndio tutafaidika. Naam. Na pia labda jinsi, kwa maoni yangu, labda ni ahadi hizi ambazo serikali inapatiana, kwa sababu tumekuwa tukiona Rais Ruto akipeana ahadi nyingi. Ahadi hizi labda ni za kuwaleta tu pamoja wale wachache ambao wanaweza kumwamini, sababu kuna wale ambao bado wanahisi vibaya sana, kwa sababu wanasema laiti ningejua singempigia kura Rais Ruto, kwa sababu wakati alikuwa anauza manifesto yake aliuza akisema kwamba yeye ni hustler, lakini wakati aliingia ofisini hatujaona akishughulikia mahasla jinsi alisema wakati ule, sababu tunaona ushuru ilipanda. Watu kwa sasa hawaelewi, vitu ni vingi ambavyo vimebadilika, ambavyo kwa sasa tuseme kwa mfano SHA. SHA kwa sasa si kila mtu amepata elimu ya kutosha kuhusu hii SHA ambayo kila mtu anapaswa kuilipia ama kujiunga nayo ama kujisajili. Na pia kuna wengine wanazungumza, tuliona affordable housing ilikuja, ambayo kwa sasa kila Mkenya anakatwa kwenye mshahara wake ili kulipia nyumba ambazo hataishi labda, na pia huyu ambaye analipa ama analipia nyumba hii labda ni yule anafanya kazi, analipwa 100. 100 hii ndiye anatumia kununua unga, mboga, nyanya
amalize siku, kesho pia atafute 100 nyingine. Lakini mtu ambaye anatafuta 100 atatoa wapi 300 ya kulipia SHA? Kwa hivyo kidogo serikali ya Kenya Kwanza inatuonyesha ni kama inafanya maendeleo, lakini kidogo tena inaturudisha nyuma. Lakini pia tukirudi kutoka kwa mapumziko mafupi, tutakuwa pia tunaangazia jinsi Rais William Ruto anafanya uteuzi wake wa mawaziri, kwa sababu pia ni jambo ambalo serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikizungumzia ama ikizungumziwa sana, ama Wakenya pia wamekuwa wakijihusisha sana wakimwambia hatutaki mawaziri hao. Kwa sasa wauguzi pamoja na maafisa wa kliniki na wale wote ambao wanafanya kazi hospitalini wamekuwa wakisema kwamba tangu Aden Duale apatiwe cheo ama apelekwe kwenye wizara ya afya, na kidogo wanasema kwamba hatumtaki pale kwa sababu huyo ni mwanasiasa. Na pia tumekuwa tukiona Rais Ruto hasikizi watu. Anasema kwamba anasikiza, lakini hatudhani kama anasikiza. Lakini hayo yote tutakuwa tunaangazia baada ya muda usiokuwa mrefu. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea na mjadala wetu wa kuangazia tu hali ya kisiasa nchini ili kusaidia wewe kuweza kuelewa kwamba ni yapi yale yanaendelea katika siasa za nchi ya Kenya kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Tutakuwa tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Naitwa Jacinta Nyabeta, tunarejea. Unatazama Ndizi TV. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa, tunapoendelea na mjadala wetu wa hali ya siasa nchini. Na tunapoendelea ungana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook at Ndizi TV News Digital, YouTube at Ndizi TV News, pamoja na tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke, tukiendelea kukujuza mengi kuhusu siasa nchini Kenya. Tulikuwa tunaangazia masuala ya ahadi pamoja na serikali ya Kenya Kwanza. Kidogo tu kuna mabadiliko ambayo yamefanywa ama mageuzi ambayo yalifanywa kwenye baraza la mawaziri wa serikali ya Ruto.
nataka uzungumzie, hata kabla nikuulize tu swali lolote, nataka wewe uniambie, zungumzia tu kuhusu mabadiliko ambayo yalifanywa kwenye baraza la mawaziri. Aha. Kwanza nikianza, unapata ya kwamba ni vigumu kujua nani yako wapi. Kwa sababu nikikumbuka tulipokuwa uko shule ya msingi, unapata ya kwamba tulikuwa tunaulizwa nani anaongoza wizara fulani. Na ilikuwa inawekwa wapi? Kwenye karatasi ya mtihani. Naam. Unaweza kupata jibu. Naam. Lakini sasa hivi ni ngumu kujua. Kwa sababu yule ambaye alianza alishatolewa, akapelekwa mahali, akatolewa huko, akawekwa wapi? Ndio. Na hatujamaliza safari. Safari bado. Sasa lazima tujue kuna shida mahali. No. Na kabla hatujajua shida, ni vigumu pia tupeane wananchi yale ambayo yanatakikana. Wana watu wakilalamika, na hata hapo kwa magazetini niliona wakizungumzia kuhusu mambo ya mbolea. Uliona hapo? Afya ndio hiyo. Naam. Iko na zake. Vile vile elimu pia iko na zake. Unajua ya kwamba bado tuko na shida kidogo kuhusu jinsi vyo vinafaa vipewe pesa zile ambazo zina gharimu shughuli mbalimbali za wanafunzi wa vyuo vikuu. Na si hayo tu, kuna wizara nyingi kadhaa ambazo zina dosari kidogo za hapa na pale, na unapata ya kwamba kile ambacho tumekuwa tukiona ni ubadilishaji wa waziri. Ndio juzi gazeti moja iliandika the Ruto's blue-eyed man. Wengine wakaandika eti Mr. come here go there. Kumaanisha nimekuwa tu kama ule mchezo wa chess. Na ile tunaitanga king. Kuchukua tu kupeleka mahali, kutoa hapo, kuleta hapa, lakini pengine hatujajua ya kwamba huu fimbo ambao tumechagua kama fimbo imara pengine ndio ina dosari. Naam. Mbona tusichukue mtu mwingine tuweke hapo? Tuone inakaaje. Naam. Kwa sababu tukiendelea mbele kufanya mageuzi kadhaa kila mara unapata ya kwamba yale maono pamoja na mpangilio ya kila mmoja haiwezi fanana. Na mimi kununua kile ambacho ulitarajia kutenda, utapata ya kwamba ni vigumu. Hata ndio maana unaona huku chini unapata gavana fulani asipochaguliwa tena, unapata ya kwamba yule ambaye ameingia ni ngumu aendelee mbele na shughuli za maendeleo ambayo zilianzishwa na yule wa awali. So unapata ya kwamba hata katika wizara tofauti kidogo bado siamini ya kwamba tutakuwa na mafanikio. Naam. Tukiendelea mbele kuzungusha tu walioko ndani, unazungusha tu. Tumekuwa tukiona Wakenya wakizungumza kuhusu swala hilo la kuzungusha mawaziri, sababu tunakumbuka maandamano ya 2024 wakati vijana wa Gen Z waliingia bungeni. Hapo ndipo Rais Ruto aliamua kuzungumza, lakini pia wakati alizungumza mara ya kwanza akawaita aliwaita tuseme wahalifu. Lakini baadaye vijana walikuwa wanataka baraza litolewe kabisa, naam, livunjwe kabisa na wageni, watu wapya waletwe. Tuliona serikali ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta mstaafu
hatukuona visanga vyovyote wakati wa shughuli za mawaziri, kwa sababu watu waliwapenda sana mawaziri wake, na nafikiria kwa sababu walikuwa wanafanya kazi, wanaelewa kazi ambayo wanafanya. Hilo ndilo la kwanza. Tuliona waziri wa afya wakati ule alikuwa anaitwaje? Waziri wa afya ambaye alikuwa wakati wa corona, kidogo jina limepotea, lakini nitakuwa nakumbuka tu. Tulimuona akifanya kazi nzuri kwa sababu alikuwa anaelewa kazi yake wakati ule. Anajua mambo ya masuala ya afya, anajua kuhusu madaktari, anajua kuhusu ni nini kinachoendelea hospitalini. Mutahi Kagwe. Wakati huo tuliona akisaidia sana. Tukaona Fred Matiang'i akifanya kazi yake vizuri. Kwa sasa vijana wanamtaka akuwe rais kwa sababu wanafikiria kwamba wakati tulimpa wakati alikuwa waziri wa usalama wa ndani, alifanya kazi njema. Sifa zile. Naam, zile wanazikumbuka. Naam, wanazikumbuka. Lakini kwa sasa ukiuliza mtu, labda tuelezee kuhusu ama maoni yako kuhusu baraza la mawaziri la serikali ya Kenya Kwanza, watakwambia kwanza ni nani ako afya? Kwanza ni nani? Kwa sababu tumekuwa tukiona si wale ambao wanaelewa ama wale ambao wana ujuzi, sio wao wamo serikalini kama mawaziri. Labda mtu amesimamia usalama wa ndani lakini ni mwanasiasa, si kiongozi, ni mwanasiasa. Tofautisha hayo mawili. Kwa hivyo kwa sasa tumekuwa tukiona serikali ya Kenya Kwanza, Rais Ruto amekuwa hataki kuwatoa wale viongozi aliingia na wao serikalini. Kuna wale ambao hawawezi kutoka. Kwa sasa tuliona wakizungumza, gazeti moja hapo wiki iliyopita ilikuwa inazungumza kuhusu Eden Duale. Kwa sababu mbona hatolewi pale? Tumekuwa tukiona tu akisongeshwa tu, akipelekwa kutoka labda sekta moja kuelekea kwa nyingine, na kuna wale ambao hawajaguswa. Lakini tuliona Justin Muturi, kwa sababu alianza kuzungumza jinsi anahisi baada ya mtoto wake kutekwa nyara, kidogo serikali akatoka, ama alitolewa, alifutwa kazi, ikapeanwa kwa mwingine ambaye ni mbunge wa eneo lake. Kwa hivyo kwa sasa Wakenya labda wanafikiria kwamba serikali ya Kenya Kwanza ina watu wake. Jinsi Rigathi Gachagua alizungumza wakati aliingia ofisini, akasema kwamba hii serikali kama hauna shares kidogo itakuwa ngumu. Kwa hivyo hata kama Rais Ruto anaendelea kukataa, bado ni wazi kwamba labda wale wa shares bado wanaendelea kupata matunda kutoka kwa serikali yake. Lakini kama hauna shares kidogo kuna shida kiasi. Unajua tukiangalia vipengele vya sheria na katiba ya nchi yetu ya Kenya, hapo chapter 6 hapo ukielekea mpaka hapo 75 inazungumza jinsi kiongozi anapaswa aongoze. Naam. Tunasema conduct of the leaders na integrity. Tunapata ya kwamba kuna pengine kuna kitu tu ambacho naweza kusema ya kwamba rais bado angalii na zingati. Naam. Na hicho ndicho bado kitakuwa kama donda sugu kwetu na kitatuathiri ile mbaya. Kwa sababu kuna wengine ukiangalia tunasema unaye jinsi anavyozungumza, jinsi anavyotekeleza jukumu lake, unapata ya kwamba ni ngumu, si vile ambavyo vinatakikana, na hatuwezi endelea hivi, hatuna matunda ambayo tutaweza kuyavuna. Kwa hivyo anapaswa angalie kila mmoja, huyu anaweza fanya nini, si ni rafiki ama alinisaidia, lakini anaweza saidia wananchi. Naam. Na pia kwa sababu nafikiria kwamba tunaendelea tu na kuzungumza kuhusu siasa. Tukiendelea kusonga mbele kidogo tu, kwa sababu tumekuwa tukiona
ziara za Rais William Ruto, tukiangazia tu kidogo, tukamwona akaingia maeneo tofauti. Alienda Nyanza, kuna wakati alienda Nyanza, kuna wakati alienda magharibi mwa Kenya, wakati alikuja Kisii, kaenda pwani, naam, kaenda Nairobi. Kwa sasa anatarajiwa kwenda Mlima Kenya. Safari zake zote tumeona kwamba hakuna safari ambayo imekuwa ama hakuna ziara ambayo imekuwa na uoga mwingi kama ya sasa, sababu kwa sasa anaelekea Mlima Kenya. Mlima Kenya, Rigathi Gachagua anasema kwamba huyu anataka kuja kuwagawanisha. Huyu akija muulize maswali haya na haya na haya. Lakini wakati alikuwa anatembea labda kuja Kisii, hamna mtu ambaye alisema rais akija mfanye hivi na hivi na hivi. Lakini kwa sasa Rigathi Gachagua tumemwona akizungumza na wakazi wa Kenya, wa Mlima Kenya, akiwaambia kwamba Rais Ruto akija kuwazungumzia mpatie dakika 20 peke yake. Unaona ni vizuri ama bado labda kidogo Rigathi Gachagua anakosea mahali? Ni mtu ambaye bado ana imani ya kwamba ngine mtu mwingine atamchukua kama kiongozi ambaye anaweza peana mawaidha na wasia. Lakini kuna wakati mwingine unaweza jiuliza ya kwamba huu ni kiongozi ama ni mtu mwingine ama wako wawili, kwa sababu kile ambacho anasema leo inaweza kuwa na dhana nzuri, lakini akizungumza tena ni mtu tofauti. Sasa kidogo nashindwa kumwelewa Gachagua ni nani ama wako wawili. Lakini unapata ya kwamba unajua rais ni kiongozi wa taifa, ana uhuru wa kutembelea eneo lolote lile pembezoni mwa nchi. Yeye ndiye baba taifa na hapaswi kupewa kupewa kitu kama anapewa sheria, masharti, lazima ufuate hii. Unaona? Akifika azungumze tu. Lakini kidogo tuliona mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, uliona alitangulia kuonyesha yale yote ambayo ametekeleza, ametenda kwenye eneo bunge lake, akaidhinisha zingine. Sasa unajiuliza, wengine walikuwa wanajiuliza mbona hakusubiri rais akuje ndio amsaidie? Unaona? Kidogo tu nikukatize tu kidogo tuelekee kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaendelea na gumzo hilo, utaanzia hapo kwa Ndindi Nyoro. Alafu pia tutakuwa tunaendelea kusikiza na kujua kusoma jumbe zako kwenye mtandao wa Facebook @NDZTV News Digital. Kwa sasa tuende kwa mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi.
Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4-4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma ama kuna ule unakuta kama akikula chakula, CCTVs, fire backups and many more.
We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Sha Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Sha Ceramics for hardware and sanitary. Tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndeze TV Africa, huku tukiendelea na awamu ya 3 ya kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, ambapo tunazungumzia masuala tofauti ya kisiasa nchini Kenya na hali ya kisiasa nchini Kenya, ambapo tunakuuliza swali la siku ya leo ili nawe uweze kujiunga nasi kwenye swali hilo. Je, umefurahishwa na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza? Je, umefurahishwa na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza? Tuarifu kwenye ujumbe kwa kututumia ujumbe kwa nambari yetu ama kwenye Facebook, mtandao wetu wa Facebook @NDZTV News Digital na kwenye YouTube @NDZTV ili tuweze kuungana pamoja. Lakini kwa sasa tutakuwa tunaendelea kidogo kabla ripota wetu Lennox Odede ambaye yuko standby atuangazie kidogo, atuarifu kiasi baada ya muda usio mrefu. Lakini kwa sasa tulikuwa tunazungumza na nilikwambia pause pale mahali ambapo nilikuwa nasema kuhusu Kiharu MP Ndini Nyoro kidogo tu. Nilitia kipino hapo. Acha tu iondoe tuendelee mbele. Unajua saa zingine unaweza fanya mambo hadi 05 kwa mengi zaidi. Kama wewe ni jasiri ama Ram Training College, na kusema wacha nifanye nini, high intellectual value. Lakini kuna kitu saa zingine huwa unifurahisha na pengine inakuwa kama semo tu wa jamii ya kwamba hakuna kijana yote ambaye anaweza kushindana na babake. Sasa unapata ya kwamba pengine kuna vitu vile kiongozi fulani anaweza fanya. Unatazama Ndizi TV. Ama watu wamuone kama mtu mjasiri.
lakini kwa upande mwingine unapata ya kwamba inaonyesha kukosa heshima ama yale ambayo yanatakikana. Na pia unapata kile ambacho wewe ndio ulianzisha, waitekeleza hadi kafika hitimisho. Sasa mbona nikose nguvu ya kuidhinisha? Ni jasho langu, ni wazo langu, ni fikra zangu, nikaiondoa hatua moja hadi hatua ya mwisho. Unapata ya kwamba nitafurahi sana kuonyesha watu uone nimetekeleza hii. Kwa hivyo kwa wale ambao pengine wana fikra ingine ya kusema ya kwamba ati hiyo ni kupimana tu na rais ili ye ajionyeshe zake na rais pia akuje aonyeshe yale ambayo ametendeka huko sehemu za mlima kwa ajili yake. Naona hiyo tu ni kama kuitisha lakini pia sababu maendeleo haya Ndindi Nyoro ndiye alikuwa ameyafanya. Mbona basi amgoje Rais Ruto aje kuyazindua maendeleo haya? Ndilo swali. Naam, sababu ukitazama yeye ndiye alifanya na ikafikia mahali ambapo anasema kwamba anachukua pesa ama anajipa kwa sababu alikuwa kwenye kamiti ya bajeti. Naam, anajipa pesa, anaenda anafanyia maendeleo kwake. Lakini wale ambao wanasema hivyo, ukiwauliza pia ni wabunge, wamefanya nini kwenye kaunti zao? Lakini haimaanishi kwamba ni vizuri kwa nini Nyoro kuchukua pesa nyingi kuliko wengine ili kufanya mikakati, labda kuweka miradi fulani tofauti sehemu ya upinzani, kiwemo Martha Karua, kiongozi. Hata kama anasema kwamba bado yuko upinzani na bado anasema kwamba wanaendelea kumwangalia sana Rais Ruto, lakini kile ambacho tunajua ni kwamba walisalimiana. Kwa hivyo kwa sasa unafikiria kwamba upinzani una nguvu zaidi kuliko jinsi labda tuseme Raila angekuwa ndani? Je, ingekuwa sawa? Je, upinzani ungekuwa sawa? Ama kwa sasa unafikiriaje? Kile ambacho sisi wa Kenya tuliweka akilini kwamba kama si yeye. Ni kama ni jambo ambalo limeturudisha nyuma. Hadi kafika wakati ambapo sasa lazima viongozi wengine wajitokeze hanga na kuchukua hatua kivyao. Wao wenyewe wahakikisha ya kwamba kama ni jukumu la kuwa mpinzani umeipigania. Na pia haimaanishi mtu akizaliwa lazima awe tu mpinzani. Hilo pia jambo. Kwa sababu vile nilikwambia ya kwamba hao wawili vile uliangalia mrengo wa Kenya Kwanza pamoja na Azimio, ni kama walikuwa tu na maono sawa, lakini walipa majina tofauti. Lakini ni yale tu. Jinsi walipanga kutekeleza ama ndoto yao ilikuwa sawa. Niseme sasa hivi tunataka kufika wapi? Tunataka kufika pengine Kisumu. Njia ni tofauti, lakini nia yetu ni kufika wapi? Kisumu. Sasa unapata ya kwamba akiona huyu nimejaribu hivi ikashindikana, sasa basi heri nikae na yeye nimwelekeze. Unaona? Ukikaa nje unaona haiwezekani. Nikae ndani ndio nione kama inawezekana. Lakini hiyo pia tunasema ya kwamba kuna vile Wakenya bado hawana imani, kwa sababu unapata ya kwamba serikali
kama haina ile tunaweza kusema ya kwamba usikilizano mzuri na upinzani, basi serikali ni mbaya. Lakini kama yule ambaye alikuwa anaongoza upinzani akaingia ndani, sasa serikali ni mzuri. Hapo kidogo wananchi bado wanajiuliza inakuaje? Same government, same regime, now it's good. Lakini hapo awali ilikuwa mbaya. Ni nini serikali imefanya hadi sasa tuweze kukubali ya kwamba serikali sasa ni nzuri? Kama yale ahadi bado ni yale tu. Shughuli ambazo zilianzishwa bado ni zile tu. Zingine hazijakamilishwa. Naam. Alafu nasema ya kwamba sasa tuamini ni mzuri kwa sababu tuko ndani. Alafu tukiangalia wale ambao wamebaki kwa upinzani kidogo, naweza sema ya kwamba unajua unaweza kuwa na mbwa vizuri, anabweka vizuri, lakini anaogopa. Ama unaweza kuwa na ng'ombe dume, analo mwili lakini kidogo tu anaogopa, hawezi enda vita. Naam. Sasa chenye tunaona ni kwamba wale ambao walioko, hata wananchi bado wanawapima, wanaangalia hawa wanaweza kutupeleka mahali kweli. Naam. Lakini pia tumekuwa tukiona ama Wakenya wengi walitarajia kwamba muungano wa kisiasa wa Kenya Kwanza na kiongozi wa ODM Raila Odinga, labda muungano huo ungeleta matunda mema kwa Wakenya. Lakini tumeona tangu muungano wake Rais Ruto pamoja na Raila, Rais Ruto amefanya urekebishaji kwenye mawaziri wake. Tumekuwa tukiona bado akipatiana ahadi nyingi, bado tumemwona bado akizungumza. Kuna njia ambayo Rais Ruto wakati mwingine sijui anasahau, anazungumza ni kama anafokea Wakenya kidogo, kwa sababu tuseme labda mtu amemkosea ama kiongozi fulani, kwa mfano Rigathi Gachagua, akitamka neno moja ama akizungumzia swala moja ambalo anajua kwamba serikali ya Kenya Kwanza ina upungufu kwa neno hili ama something, kitu kama hicho, unapata kwamba kidogo anapoteza ule ukarimu ambao alikuwa nao kidogo, alafu anazungumza kwa njia fulani, alafu baadaye akirudi anazungumza sasa kwa njia ambayo kama rais kidogo. Lakini pia sio mara moja tumemwona akizungumza hivyo Rais Ruto. Tumemwona akizungumza akisema kwamba anaonyesha ule moyo, ama anaonyesha ile ni kama hajali, ile kutojali, kwamba mmeniita Kasongo, anataka majina yaongezwe yafike 5. Unafikiriaje kuhusu jambo hilo? Ni kama unapiga mtu na anakuambia endelea tu kunipiga. Mimi ni endelea tu. Lakini lazima kila kiongozi hakikisha ya kwamba lile jukumu ambalo amepewa ametekeleza ipasavyo. Kama ni rais ama gavana ama mjumbe ama mtu yote yule, mawaziri, amefanya kazi jinsi inavyofaa. Si kukasirika. Naam. Si kukasirika. Wananchi wakisema ukweli, ukubali ni ukweli, na utafute jinsi unarekebisha. Naam. Pale ambapo kuna itilafu. Naam, nafikiri ni jambo pia ambalo Wakenya wanaendelea kuangazia kwa sana na kwa undani sana. Haswa wanangojea sana ama wanaomba sana Rais Ruto aweze kutulia ama kuwa mkarimu kidogo, kwa sababu wanaona ni kama wanamzungumzia, lakini yeye hawazungumzii jinsi ambavyo wanataka kuzungumziwa.
Lakini pia mpenzi mtazamaji, tulikuuliza swali hapo awali. Je, umetosheka ama umetosheka na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza? Unafikiriaje kuhusu utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza? Tunapoendelea kumngoja ripota wetu Lennox Odede kutoka kaunti ya Migori aendelee kuangazia sala hili kidogo, tutakuwa tunaendelea Naam, kwa kina kabisa. Naarifiwa kwamba mtazamaji ama ripota wetu Lennox Odede yuko tayari pale Migori. Tutakuwa tunaelekea kule tusikie ni yapi Wakenya wanaendelea kuzungumza kutoka kaunti hiyo. Asante sana Jacinta Nyabeta. Leo tuko katika maeneo ya Kuria West ambapo tunapata nafasi ya kuzungumza na wenyeji wa eneo bunge la Kuria West. Hadi wakati huu tunaingia miaka mitatu tangu serikali ya Kenya Kwanza iweze kuanza kazi, na tumeona mambo mengi ambayo yameweza kufanyika kutoka uchaguzi uliopita mwaka wa 2022. Kwanza kabisa pia tumeona Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa ni kinara wa chama cha ODM na pia ni kinara wa muungano wa Azimio pia akijiunga na serikali na kuanza kufanya kazi baada ya vijana kuweza kuandaa maandamano, hasa baada ya bajeti ya mwaka uliopita uliposomwa. Sasa hivi tumebakisha miezi miwili na tunatarajia waziri wa fedha nchini Mbadi kuweza kusoma bajeti ya mwaka tuseme mwaka huu na mwaka ujao, mwaka wa 2025 mwaka 2026. Na hapa niko na wenyeji wa Kuria West ambao wako na hisia tofauti kulingana ama kutokana na kazi ambayo serikali ya Kenya Kwanza imeweza kufanya. Nitakuwa nachukua maoni yao moja kwa moja. Asante sana, karibu sana. Utakuwa unaanza na jina lako kisha baadaye utuambie kwamba je, serikali ya Kenya Kwanza pengine tangu iweze kuanza kazi na pia ukilinganisha utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza kabla ya Raila Amolo Odinga kuingia serikalini na baada ya Raila Amolo Odinga kuingia serikalini, kuna tofauti gani? Na pia je, unaona kama serikali hii imeweza kufanya kazi? Anza na jina lako. Kwa majina naitwa Watson kutoka hapa Kuria West, lakini hapa shida penye napatikana, wabunge hawafanyi kazi kabisa. Ukiangalia hapa municipal uchafu imejaa town. Nikiangazia kwa barabara hazifanyi, zimeharibika kabisa. Hata wanawake wakiwa wanaenda kujifungua mahospitali hawana njia ya kuwapeleka mahospitali, unapata watoto wanakufia njiani. So ndio shida tunapitia huku. Ukiangalia hapa Nyabikongoro ukielekea huko Tanzania, mabarabara zimekufa kabisa. So mabunge hawafanyi kazi kabisa, kama MCA hawana kazi kabisa. Na ukilinganisha utendakazi wa serikali hii ya Kenya Kwanza, je, unaona serikali ya juu inafanya kazi ipasavyo? Hakuna kazi kabisa, hawana kazi kabisa. Asante sana. Pengine utaanza na jina lako kisha utuambie kwamba ukilinganisha tangu kinara wa
Azimio Raila Amolo Odinga kujiunga na serikali na kabla ya Raila Amolo Odinga kujiunga na serikali. Je, unaona kuna tofauti ya serikali kufanya kazi? Je, mnaona kazi ikiendelea ama amuone kazi ikiendelea katika maeneo haya ya Kuria West? Tuanza na jina lako. Kwa majina naitwa Ezekiel Mosati Mwita. Mimi ni mchungaji. Kwanza kabisa nataka nishukuru kwamba tunaweza kupata neema ya kuwa na serikali iliyopo sasa. Ule ukweli usiojificha, hakuna malaika duniani. Serikali inajitahidi pale inaweza, ijapo zipo changamoto 1, 2 au 3. Swali lako limeuliza, je, tunaridhika na huduma ya Kenya Kwanza? Mimi ninatoka Kuria East. Mbunge wangu anaitwa Kitayama Marwa Maisori. Nataka kusema mimi ninaridhika sana na kazi anayoifanya Mheshimiwa Kitayama Marwa Maisori. Pili, nataka kusema nashukuru kwa nchi hii kukubali kuweka makubaliano na Raila Amolo Odinga, maana ni sehemu tu tunatarajia kwamba muungano huu unaweza kutupa amani na tutaishi nazo. Hata angekuja malaika bado tutakuwa na fujo, lakini kwa sasa tunataka kushukuru kwamba kuna amani. Tunawasihi tu kwamba yale maneno wanayoyafanya wayafanye kwa njia ambaye pande zote zinaridhika, mtu wa juu na mtu wa chini. Mwisho kabisa nataka kusema ninamshukuru Mheshimiwa Kitayama Marwa Maisori, mbunge wa Kuria East, anayoifanya. Tunajua ombi la moyo wake ni gatuzi ya Kuria. Kama inaweza kutokea tukawa na gatuzi yetu, tutamshukuru rais wa nchi hii kwa kutufikiria. Mwisho nataka kusema kwamba ndugu zetu wa Kisii, tunasikia mna mpango wa kutoa watu wawili ambao wanaweza kugombea urais. Huyo ni Matia Kuria, ni ndugu zenu, na mtoe mtu ambaye mna uhakika kwamba ataweza. Kwa sababu gani? Tunaweza kumpongeza Mheshimiwa Matiang'i kwa kazi nzuri aliyofanya wakati wa Wizara ya Elimu na mambo mengi ambayo aliyafanya, lakini kuna tofauti ya kuwa kiongozi kwa idara ya uwaziri na kuwa rais wa nchi. So pia na yeye tungependa iende kwa akili yake na mawazo yake kwamba anahitaji kuomba, amsikie Mungu anamuongoza kufanya nini. Nilimpenda jana Maraga, nilimsikia akisema uamuzi uko na wananchi. So ndugu zetu kutoka Kisii, hongereni kwa kutubutu hata kujaribu kusema mnaweza kutoa rais wa nchi hii. Nafikiri nyinyi mkitoa, basi na sisi wa Kuria tutatoa makamu wa rais. Asanteni. Kutoka Kuria East, naitwa missionary Daktari Ezekiel Mosati Mwita, na tunawaomba tembeeni Kuria East muone mambo makubwa. Asante sana. Umesema kwamba unatoka maeneo ya Kuria East, na maeneo ya Kuria East mwaka uliopita tuliona rais aliweza kufika pale akazindua baadhi ya miradi ikiwemo Kegonga Water, ama miradi ya maji ya Kegonga, ikiwemo Nyamanche pia tuliweza kuona akizindua. Swali ni je, unaona hizo miradi zikiendelea? Na pia tuliona aliahidi kuwekeza ama kuleta pesa za ujenzi wa Kegonga Level 4 Hospital. Je, unaona kama hizo miradi tayari zinaendelea ama zimesimama? Yaani mimi ukinisikia ninamsifia mbunge, mimi ni mtu ambaye huwa sipendi kumpa mtu sifa wakati hana sifa. Hospitali ya Kegonga imeanza tayari, ina maana maneno aliyoyasema rais yameanza kufanya kazi. Maji ya Nyamanche, juzi alikuwepo waziri aliyekuja kuzindua yale maji, watu tayari wameanza kunywa maji. Sasa mimi niseme tu kwamba ahadi za rais yeyote kwenye nchi sio zote zinatimia. Kuna ahadi tu tunaziita ahadi za kisiasa na kuna ahadi ambazo zinatimia, lakini nataka
rais kupitia mbunge Kitayama Marwa Maisoni, nyingi zile zinatimia. So mimi niwatakie amani katika nchi hii na kuwatakia pia ndugu zetu wa Kenya nzima, hasa pale ambapo wanasema kwamba uzu. Tunashukuru Mungu kwamba wiki hii mlima utaguzwa. Asante. Asante sana. Pengine utasonga hivi karibu. Nimekuwa nikiuliza swali kutokana na utendakazi wa serikali hii ya Kenya Kwanza. Sijui kama wewe ni kazi wa Kuria West ama ni kazi wa Kuria East. Mimi naishi maeneo Kuria zote. Ninaishi Kuria East, lakini kazi yangu nyingi. Kwa kwanza nianze kwa majina. Ninaitwa Alex Chacha Nyamwanga. Ninatoka Kuria East, lakini mimi huwa ninafanya kazi kama maeneo haya ya Kuria ama namna gani? Ukiangalia hapa mpunga wa pande hii ameza, lakini bunge baada ya Nairobi hakuna maendeleo anafanya, lakini anafanya ile yake ya pale maeneo anapotoka. Alafu tukigusia, umesema serikali ya Kenya Kwanza, mimi ninaona kuna penye haijafanya vizuri. Uchumi tangia serikali ya Kenya Kwanza ianze kazi, uchumi umesoroteka. Ajira kwa vijana wanaomaliza shule hawapati kazi. La pili, ukiangalia hao mwananchi wa kawaida, vitu amepandishiwa bei, ushuru umeenda juu. Wazazi wameshindwa hata kumudu gharama ya elimu ya watoto wao kwa sababu ya gharama ya maisha. Na hii juzi niliona Raila ameungana na Ruto. Mimi ninaona hakufanya vizuri. Tulitaka tu Raila akae upande. Tunaona nchi yetu ya Kenya ni kama sasa hatuna mtu wa opposition wa kutetea wale wanyonge. Naona Raila angepatia kwa ule msimamo wao alikuwa nao wa opposition, ili aweze kukosoa serikali penye imekosea, lakini tunaona nani kujiunga na serikali. Raila kujiunga na serikali, wananchi ni kama tutaumia zaidi, kwa sababu tutakosa sasa mtu wa kututetea haki zetu. Asante sana. Wa Kuria West. Pengine kama wewe mkaji wa Kuria West, pengine utakuwa unatuambia kwamba kwa maoni yako wewe, serikali ya Kenya Kwanza imetekeleza pengine imefanya kazi katika maeneo haya ama bado? Kwa maoni yako. Na jina. Kwa majina naitwa Steven Magita. Nasema kweli katika serikali hii ya Kenya Kwanza, hususani tulenge rais wa nchi hii William Samoei, tukisema kwa ahadi zote alizoahidi kutoka mwaka 2022 mpaka saizi 2025, ukweli hakuna kitu chochote alichotekeleza. Sipokuwa ni ahadi ambazo tuahidi ahadi nyingi, lakini hazitekelezeki. Tukiingilia kwenye hususani wa mambo ya miundombinu ambayo yamezindua katika juzi, amekuja hapa Kegonga akazindua mlango utapita kutoka Motemorabu kupita pale Nyabetaburo, barabara itokee Nyamtiro ikienda mpaka Angata. Ukiangalia hiyo barabara ni mbaya na hakuna mradi wowote unaoendelea, na hakuna hata fununu yoyote kwamba huu mradi wa barabara utaendelea, kwamba tunapata maji pale Nyamanche, lakini hakuna chochote mpaka sasa kinachozidi kuendelea. Moja, walikuja wakatuahidi kwamba wanatupa KMTC pale Kegonga. Hii hakuna kitu chochote kinaendelea. Tumeona tu ni mambo tu ya
zinajengwa, lakini hakuna kitu chochote kinazidi kuendelea. Tukija kwenye hususani kuangazia masuala hapa Kuria West. Kuria West ni kama kwamba watu wa eneo hili la Kehancha ni kama tumeachwa sisi, hatuna mbunge, hatuna rais. Siku zote rais anapokuwa ni rais wa nchi hii anapaswa ku rais ametutenga watu wa Kehancha, ametutenga watu wa Isinya, watu wa Ikereke, watu wa Masaba. Ameangazia mambo yake tu ni Mabera. Kila siku anapokuja anaenda Mabera, na Mabera pale miradi imetekelezwa. Kwa mfano alizindua pale nyumba, lakini unapokuja kwenye susani wetu hapa Kehancha, tuko na hospitali hapa imeachwa. Hiyo hospitali hata wakati mwingine hata wamama wanapoenda kufanyiwa hata operation huko. Pia kwenye soko letu hapa la Kehancha, hili soko limekuwa ni soko ambalo linalobeba Kuria hii yote, ambalo lingepewa nguvu ili soko liweze kuwa kubwa, lakini limeachwa. Hata ukiangalia waandishi wa habari mkitembelea katika soko hili la Kehancha huko ndani Marikiti, muangalie vile soko linavyokaa, halikai kama ni soko la Kenya. Angalia ni soko ambalo labda lakini niangazie Mheshimiwa Ruto ambaye alipo kipindi kile kwenye kampeni akisema yeye ni mtu wa Mungu, atajali watu wa chini. Tumeachwa, hatusaidiki, hatufahamiki, mpaka sasa hatujulikani, hususan kwenye swala la ajira la vijana. Soma, tuna degree lakini tuko ndani, hakuna chochote endelea. Tusiseme kwamba tuje tuwapake waheshimiwa wetu 1, 2, 3, hajitahidi chochote kile. Ahadi alizoahidi, ni ombi langu kwamba tekeleza, angalau tuwe na imani na wewe ili mwaka mwingine tukute. Umeona umefanya mambo mazuri, sisi wenyewe ndio tutasema rais wetu anatosha. Lakini kama hatoshi kwa sasa hivi tunapomuona kwamba maendeleo yake yamekuwa hafifu, tuko tayari kuongeza wa TC kwamba Fred Matiang'i asimame. Sisi tutakuwa nyuma ya Fred Matiang'i, tumpatie hii kiti ili aweze kuongoza wa Kenya, kwa sababu Mheshimiwa Ruto alituahidi lakini hajatutekelezea alichotuahidi. Swali lingine la mwisho kuhusu Baba Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga sisi alituambia kwamba yeye ni mtetezi wa wanyonge, kwamba anaendelea kutupigania, lakini Baba Raila Amolo Odinga tangia alipoingia kwa hii serikali ya Kenya Kwanza, kwa kweli serikali ya Kenya Kwanza watu tunazidi kuumia na mambo yanazidi kuzoroteka. Hapo hakuna mtu atakayetutetea ambaye, lakini ninaangalia ngoja tumpe Gachagua nguvu aendelee kututetea. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Asante. Asante sana. West pamoja na Kuria East ambao wameweza kutoa hisia zao kutokana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, ambapo wengine wanasema kwamba Rais William Ruto ameweza kutekeleza baadhi ya miradi katika maeneo ya Kuria East, huku wengine kutoka maeneo ya Kuria West wanalia kwamba nyuma. Na pia tumeweza kusikia hisia zao kutokana na muungano ama ushirikiano kati ya kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga Rais William Ruto, ambao wengi wao wamesema kwamba tayari hawana matumaini kwa kuwa mtetezi wao ni kama ameingia ndani ya serikali. Leo hii tumekita kambi katika maeneo haya ya Kuria na tutakuwa tunawaletea, tunazidi kuwapea hisia zao kutokana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Kutoka kaunti ya Migori, maeneo ya Kuria West, mimi ni Lennox Odede.
Asante sana ripoti wetu Lennox Odede akiwa Kehancha, eneo bunge la Kuria West, kaunti ya Migori, ambapo tumeona baadhi ya maoni ya Wakenya kutoka eneo hile lile ambao wanasema kwamba kidogo hawajafurahishwa na kazi ya Kenya Kwanza, wengine wakisema ni sawa, wengine wakisema tumeona kazi ambayo amefanya, lakini wengi wamezungumzia kuhusu swala la Raila, muungano wa Raila na Ruto, na pia wengine wamezungumzia kuhusu kiongozi ambaye ametolewa na Wakisii ambaye ni Fred Matiang'i kusimamia urais ifikapo mwaka wa 2027, ambapo ni jambo ambalo nimelisikiza kwa umakini. Wakati mmoja wao amezungumza akisema kwamba tunashukuru ndugu zetu Abagusi ama Wakisii kwa kutoa ama kuwa na huo ujasiri wa kumtoa, kusimama na kusema kwamba wakati mwaka wa 2027 tutakuwa na mtu pia ambaye sisi tumemtoa atakuwa anasimamia urais. Naam. Pia kuna wale pia ambao wamezungumzia hali ya mambo yaliyoko kwenye eneo bunge hilo. Na kumbuke hao ni wananchi kutoka Kehancha, Kuria West, county ya Migori. Unakumbuka ya kwamba hii ni jamii ambayo mara nyingi ni kama wanasaulika saa zingine wanasaulika, lakini wao wenyewe pia wamesema ni vyema serikali ingewakumbuka kuanzia kitengo cha chini cha wadi, eneo bunge na kaunti mzima ya Migori, kuhakikisha ya kwamba barabara zimefanyiwa marekebisho na yametengenezwa. Pia wamezungumzia juu ya usafi wa soko, hiyo soko ya Kehancha, wamezungumzia hapo. Na pia kuna mmoja pia amezungumza juu ya hospitali pamoja na hali ya ajiri kwa vijana na usaidizi kwa kina mama. Na hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo wangependa serikali iangazie. Na pia wamezungumza kuhusu jinsi umesema kuhusu makubaliano muungano huo iliyotokea kati ya Rais Ruto pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga, ambao anasema ya kwamba kidogo alisema ya kwamba yeye ni mtetesi wa haki, mtetesi wa wanyonge, mtetesi wa wananchi, lakini sasa hivi vile yuko ndani wanasema ya kwamba tunakosa yule mtu ambaye anaweza kututetea. Kwa hivyo wanaomba ya kwamba Raila Odinga sasa akiungana na rais wahakikishe yale ahadi waliopeana wananchi wamefikia. Namuona pale Rose Michimo akisema kwamba yuko ndani kutoka Nairobi Pipeline pamoja na Naftal Onyango bwanake mpaka tamati. Na pia namuona Rhoda Ruth akisema Barnabas Ratemo Gekonge yuko ndani. Na nani wengine? Naona Kerandi Dennis anasema pia yuko ndani kutoka Nakuru City Salams Club, akiendelea kufuatilia kipindi chetu cha siku ya leo. Kumbuka kwamba tulikuuliza swali, je, unafurahia utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, ambapo tumesikia maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa Kehancha, eneo bunge la Kuria West, ambapo tumesikia yale ambayo wamesema. Je, wewe umefurahia utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza? Tukimalizia kwa sababu ya muda, labda utupe maoni yako ya mwisho kuhusu serikali ama labda siasa za nchi ya Kenya kwa sasa. Ni maoni yako ni yapi kwa ujumla tu, na pia final remarks? Mimi mwenyewe kile ambacho ningependa kusema ni kwamba tuweze kutambua kiongozi na mwanasiasa. Kiongozi na mwanasiasa
na kauli hiyo pia inaendana na kile ambacho mmoja wa wananchi kutoka Kiancha amesema ya kwamba pengine mnaweza ona mtu anaongoza vizuri kwa sehemu fulani, lakini ukimpa kiti kingine pengine atashindwa kudumia yale yanayotakikana yadumiwe katika wadhifa huo. Kwa sababu unapata ya kwamba hata tukiangalia serikali, baadhi ya wale ambao walichaguliwa kwa awamu ya kwanza kama waziri, unapata ya kwamba walikuwa wabunge. Ambapo tunaweza kusema ya kwamba wengine walienda na ile fikra ya kuwa mbunge na jinsi walikuwa wakifanya shughuli zao. Sasa unapata ya kwamba ilikuwa vigumu kuhudumu kama waziri. Kwa hivyo kile ambacho naweza kusema ni kwamba serikali iweze kusikiliza kilio cha Wakenya, wananchi, na pia kila mwananchi pia lazima atilie tu maanani kwa kazi yake yote ya mkono. Pale ambapo anapata kipato, hata kama ni kipato cha chini, aweke tu nguvu yake yote hapo ili baadaye aweze kuvuna kitu. Wakati huu tuko katika msimu wa kupanda. Sehemu kadhaa mvua inanyesha, ni baraka, tunaweza shukuru, lakini wahakikishe wameweka kitu ili tusililie serikali tuna njaa, serikali hatuna nini. Tuweke kitu, tusitegemee sana serikali, kwa sababu serikali pia saa zingine inatutegemea. Tukilipa ushuru inaweka kwenye kikapu, alafu ndio tunagawiwa tena, kwa sababu sisi ndio tuanze kwanza. Asante sana Dan Oyo kwa kujiunga nasi asubuhi hii ya leo. Mtazamaji, hapo ndipo tunamalizia kipindi chetu cha siku ya leo, lakini kukumbusha tu kwamba wewe pia ni Mkenya, wewe ambaye ulipiga kura ama labda haukupiga kura, lakini kila mmoja anapaswa kutilia manani yale ambayo yamewekwa kwenye katiba ya nchi yetu ya Kenya ili tuendelee kujistawi kama nchi yetu ya Kenya. Na jinsi umesema, mwenzetu hapa Dan amesema tulipe ushuru, tujitegemee. Hayo yote ni baadhi ya yale masuala ambayo tunafaa kuzingatia. Labda lazima tulipe ushuru ili tuweze kujitegemea kama wananchi wa Kenya. Lakini pia viongozi wetu kutoka maeneo tofauti tofauti, tuanzie kwa rais kufika kwa mwakilishi wodi kule chini, na viongozi kutoka mpaka vitongojini, wote wanapaswa kuwajibika, na ni vema kuwajibika, na ni vema kutumia mali ya umma kwa hali ya uzuri na kwa hali ya uwazi, ili tuweze kutumikia wananchi ambao waliwaeka ofisini. Kwa hivyo sina mengi ya kusema kutoka hapa studioni, labda sijui kama umebakisha jambo jingine la kusema. Kwa wale ambao wakuweza kusherekea hiyo sherehe ya Eid al-Fitr, anawatakia mema siku ya leo. Najua tungesalimia na ni sawa. Ni vile tu najua tu ile tu mashallah halhil hiyo tu, hiyo lingine sijui. Na pia wakati huu tunaelekea kipindi cha kufunga shule. Wazazi wahakikishe ya kwamba wametunza watoto. Kunanyesha, kuna wale wadogo wachekechea wanapenda kucheza sana penye kuna vidimbwi na maji. Watunze. Kama ni mafundisho wape. Kama ni kazi ya shamba wasaidie wazazi. Na pia wasome. Sisi kama watangazaji ni kuwajulisha tu yale ambayo yanatakikana na kuhakikisha ya kwamba kesho bado tutapatana. Usiende kwenda Ndizi TV ndicho sehemu pa kupata mazuri.
Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, tunashukuru kwa wale wote ambao mmejiunga nasi kutoka asubuhi wakati tulianza kipindi chetu cha Pambazuko. Kufikia sasa hivi imebaki dakika 4, zimebaki dakika 4 ifike saa 4 saa za Afrika ya Mashariki. Nitakuwa namalizia hapo kipindi chetu cha Pambazuko, lakini tutaungana kesho majaliwa ili tuweze kukuarifu mengi ambayo tutakuwa tumekuandalia ifikapo kesho. Lakini pia kumbuke kwamba tuna mpasho saa 7 ambapo tutakuwa tunaendelea kukuarifu mengi ambayo yanaendelea taarifa ambazo zitakuwa zinaendelea nchini Kenya, ikiwemo kutafuta usaili wa IEBC, kutafuta makamishna wa tume ya IEBC. Hayo na mengi zaidi ifikapo saa 7 mchana, lakini kwa sasa tutakuwa tunamalizia hapo. Naitwa Jacinta Nyabeta, nashukuru kwa wote ambao umejiunga nasi. Kwaheri kwa sasa.